Asante sana waimbaji. Nataka ni shukuru Mungu kwa sababu Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya pamoja na wageni wengine wameingia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, niruhusu tuanze ipata kirasmi kwa kumleta Reverend Thomas Mutimba aweze kufungua ipata kirasmi. Karibu sana Reverend mahali huko, tumkaribishe kwa makofi. Naomba tunyenyekee ili tuombe. Baba wetu Muumba mbingu na nchi, asubuhi njema tumeona ukuu wako. Tunalibariki jina lako kwa sababu kando na wewe hakuna Mungu kama wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya washa iliyo mbele yetu. Ibada hii na ikabidhi mikononi mwako Jehova. Roho Bwana, chukua nafasi ya kipekee, ukawa mwalimu wetu, ukatufundishe yatupasayo kutenda. Na kushukuru kwa ajili ya kiongozi wetu Rais ambaye ako pamoja nasi ni viongozi wengine wote wa nchi ya Kenya. Utukuzwe kwa sababu ya watumishi wako ambao wanatunza neno lako, ni wachungaji. Uhimidiwe tu, upewe sifa, nani kwake Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, tunakukaribisha na tunaomba uweze kuketi. Pia wetu wengine tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Mahali tunaonana, Bwana asifiwe. Asante, tunashukuru. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, all other leaders, members of the clergy, and the congregation, Bwana asifiwe. Nataka niwakaribishe kirasmi katika ibada yetu ya siku ya leo ambayo imeandaliwa na makanisa yetu yote ya mchi wa Matete na Lukari constituency. Karibuni sana katika ibada yetu. Your Excellency, niruhusu nichukue nafasi hii kufanya utambuzi wa viongozi wa makanisa ambao tuko nao, members of the clergy, ambao kwa sababu ya muda hatutawaruhusu waseme majina, lakini tutawasimamisha waweze tu kuwe mahali wako, na hawa ndio wamefanya hii function siku ya leo kuweza kufaulu. So allow me sir to welcome the members of the clergy. Mahali muko tunaweza. Amen. God bless you. Tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. In that mood again, tunataka kuingia katika matoleo, na kwa sababu hii ni ibada tunataka kumtolea Mungu. Bwana asifiwe. Tumeandaa maashas wetu wako kila mahali. Naomba muposition yourself mahali ambapo tumewapea kusimama, so that we give an offering to the Lord. Bwana asifiwe. Na kwaya ambayo inakuja kutuongoza tukitoa matoleo yetu ni kwaya ya Friends Church
the Quakers Friends Church ya hapa, na pia ni muungano. Tunaomba ya kwamba muingie wakati tunachipanga. Walio na majukumu ya kusanya sadaka, mahali mko tafadhali msimame tuweze kumtolea Mungu. Simameni mahali mko. We are ready to collect the offering because this is our Sunday service. Praise the name of the Lord. Amen. Karibu kwaya, tuendelee wakati ambapo tunamtolea Mungu. Welcome. Endelea. Kuna PayPal number iko kwa screen. Kama sadaka yako iko katika M-Pesa, kuna PayPal number kwa screen, unaweza tuma huko. Tunaendelea na matoleo. Tunaendelea na matoleo. Asante sana kwaya, Mungu awabariki. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka niite Bishop Isaiah Nabwera
ache aombe kwa ajili ya matoleo. Karibu Bishop. Basi kwa heshima naweza kuwaomba wote tusimame tuombee sadaka yetu. Basi wacha tuamini na tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, tumesema ni asante kwa sadaka ya leo. Tazama kila mmoja amechinyima na ametoa sadaka mbele yako. Mungu Baba, tunaomba baraka zako siweze kuwashukia kila mmoja. Kafungue milango na madirisha yao. Kila mmoja atakapotoka mahali hapa aweze kufunguliwa na kupata baraka. Kwa sababu naamini wewe ndiye Bwana. Naamini Baba utatenda haya. Nisiomba mwenyewe utaomba. Ni machache katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Tunashukuru kwa sababu ya hicho kipindi cha matoleo. Sasa hivi tunataka tuingie katika nafasi ya neno la Mungu. Naomba kuna bishop wetu ambaye ni General Superintendent wa kanisa letu la Friends Church Kenya. Yeye ndiye atatulisha neno la Mungu siku ya leo. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuna wimbo ambao utawekwa tukimkaribisha, tukiandaa mioyo yetu kwa ajili ya neno la Mungu. Are we ready for the word? Bana befuhubere huyandaire mioyo kiefu. Kunyoleli huwa liyo mwami. Sikalika rio. Tumebarikiwa siku ya leo. Kwa hivyo welcome our bishop. Hallelujah. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, Bwana unipandishe. 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 Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote, Bwana unipande. Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote, Bwana unipandishe. Sina tamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea, naomba. Sina tamani nikae mahali pa
shaka kamwe. Hapo wengi wanakaa kuendelea na E Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe, nisikae duniani, ni mahali pa shetani, napozami ya mbinguni nitafika kwa imani. Nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazami ya mbinguni nitafika kwa imani. E Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana nipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. E Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. E Bwana uniinue kwa imani, simame nipande milima yote. E Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe. Amen. Amen. Wapikie praise and worship makofi tafadhali. Asante kwa uimbaji mzuri ambao umeweza kutuinua siku hii ya leo. Your Excellency the President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, wageni wengine mashuhuri ambao wamekuja pamoja na rais, viongozi watapaka mbalimbali, makanisa ambayo yamekusanyika hapa kwa ajili ya ibada ya pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Salamiane hewani sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Ningependa kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali kwamba siku hii, siku iliyo ya kipekee, kwamba tuje pamoja kwa ajili ya ibada ya pamoja ya maombi, na pia tuombee hii nchi yetu, because in unity there is power. Ningependa kusema asante kwa Mheshimiwa Rais kwa kukubali kwamba uje siku hii ya leo, and I want to appreciate you because you are not new in this place. This is the second time you are sitting on this ground ya Kiwaiwa Primary School. Wananchi si hivyo? Kwa hivyo sisi tumebarikiwa kuhost president within 3 years. Yeye alikuwa hapa 2021, saizi ako pamoja nasi, si furaha? Kwa hivyo tunasema asante
watu wa mji huu, watu wa Lugari. Asante pia mheshimiwa wetu ambaye amefanya mikakati hiyo na kanisa la interdenomination kuhakikisha kwamba tukae pamoja na rais wetu. Asante, the first time you came, that is when you are launching the Bible College for the Quakers. Ukiwa hapa iko pale, it is almost complete. Na Mungu akipenda atatusaidia tuwe na mambo ya kuchangisha mbele ili tukaweza kulimaliza. However, today the theme of the day is the power that is in unity. The power that is in unity. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zilizo katika umoja. Na ningependa kusoma kitabu cha Zaburi. Huyu mwandishi wa Zaburi akiwa ni Daudi anasema uzuri ulio katika umoja. Na Mwingereza akasema unity is power. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi 3 inasema hivi. Psalms, read in English. Psalms chapter number 133 verse 1 to 3. And this is what the Bible says. How good and pleasant when God's people live together in unity. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. The maneno ambayo yanafuata yana describe how unity is good. Verse 2 says, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard. That one explains how powerful, how good unity is. Verse inaendelea kusema, down on the collar of his robe. Verse 3, it is as if dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessings, even life forevermore. Somo libarikiwe. Because there are powerful words coming from this scripture, and it underscores the importance of unity. Kwa sababu nilisema mwanzo kwamba katika umoja kuna nguvu. Watu wanapotembea pamoja, nchi inapotembea pamoja, familia inapotembea pamoja, kuna nguvu katika hali kama hiyo. And that's why we want to appreciate the Pastors Fellowship ya Matete kwa kuweza kuamua kwamba tuje pamoja ili tuwe na ibada ya pamoja, because it touches the heart of God. Bwana Yesu asifiwe. When you come together like this, it actually touches the heart of God. And how does it touch the heart of God? Number one, the Bible says in the same verse, number 1, that it is good. If we can refer to verse 1, kwamba it is good, yani ni nzuri tu wapendwa kuweza kukutana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, it is good for brethren to come together. It is powerful. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inapendeza Mungu, na inapendeza Mungu mwenyewe. That's why I say, when you come together as a nation and speak with one voice, there is power. Bwana Yesu asifiwe. When you are a church and you come together and speak with one voice, there is power in that. How? The Bible says it pleases God. It is good and it pleases God. Wewe ukichua tu kwamba kitu hiki kinampendeza Mungu, I think it is your joy. Bwana Yesu asifiwe. Because the Bible says that the joy of the Lord is my strength. Hello? Bwana anapofurahi na sisi tunapata nguvu, we are energized. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inapendeza Mungu. Inapendeza hata nchi kwamba tukaweze kutembea pamoja ili nchi ikaweze kuendelea, because
tukitembea pamoja kama nchi, ninajua kwamba we are able to achieve more. Bwana Yesu asifiwe. Tukilumbana kama nchi, tutakuwa katika malumbano when we are supposed to do development. Tunalumbana at the expense of development. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo viongozi walio mahala hapa, makanisa, viongozi wa serikali, mark this word, that it pleases God when we work together as a team. Familia zinapotembea pamoja, familia ambazo zimesambaratika, you will never realize a lot of development. True or false? Hey, familia kila siku, kila saa, mama ndio huyo anakombanisha mzee, anakombanisha watoto every morning. They waste time. Instead of doing development, wako katika malumbano. Instead of doing development, wako katika hali ya kuita watu wakuje wafanye case. Bwana Yesu asifiwe. But when you unite together, when you move together as a nation, we are praying as a church, as the clergy, that let us put this time ambayo Mungu ametupatia, tukaweze kutimiza yale ambayo tuliakiza wananchi. Bwana Yesu asifiwe. We don't want to have a cycle where whenever we finish elections, immediately we finish elections, tunaanza campaign. Bwana Yesu asifiwe. When we finish elections, it is now the time to fulfill your promises. Na ninajua kwamba when you narrow down to development, the Lord will be revealed. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo it pleases God. It is powerful. It brings people together. Unity does not mean that we are uniform. We can have diverse ideas, but accommodate others and move together. It is not about uniformity. Yeah, we can never be the same. But we can embrace the ideas of the others so that we can be able to move as a nation, as a church, ili tukaweze kutembea katika njia ya maendeleo. Na hayo ndiyo mambo ambayo yanapendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, that is what the Lord is speaking to us this morning. And number 3, that in unity, verse 3, it says, for there the Lord bestows his blessings. Do you want to get a blessing? This is the beginning of getting a blessing. When you move in unity, verse number 3, but P, the Bible says, for there the Lord bestows his blessings. Kwa hivyo, you are here and you are lacking blessings in your church. The beginning point of the church getting blessed is moving in unity. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea katika, how I wish that we all come together. Despite the differences that we may have, religious differences, tribal differences. And in Kenya we are lucky because God has given us a lot of, tuko makabila almost 42 plus. And God had a purpose why he placed us in Kenya with 42 plus tribes. Kusudi ni kwamba hawa wanaleta hii, hawa wanaleta hii, hawa wanaleta hii, na wote tunaungana pamoja kama taifa. It is a unique nation. Ukienda nchi jingine utapata only 2 tribes. Lakini sisi tumebarikiwa rais wetu kuwa na 42. Kwamba tukaweze kutembea pamoja kama taifa, and together we can be able to achieve more if we move in unity. There are things that bring this unity in the church, in the government, in our working place. And the Bible says the Lord detests, yani Mungu anachukia mambo kama hayo. Mambo ambayo anachukiza Mungu, mambo ambayo hayaleti umoja. Ukisoma katika Proverbs chapter number 6 verse 16, na tusikie mambo ambayo yanachukiza Mungu katika nchi. Ni haya mambo masita, na naongezea kuwa 7. In Proverbs chapter number 6 verse 16, there are 6 things that the Lord hates. Machukizo ya Mungu. Nimesema mwanzo kwamba umoja unapendeza Mungu na unamfurahisha Mungu. Lakini mambo haya nayo yanamchukiza Mungu.
There are 6 things that the Lord hates. Anasema 7 that are detestable before the Lord. Haughty eyes, macho ya kiburi. That is number 1. Haughty eyes, a lying tongue. Unajua, when you keep on giving people lies, it is unpleasant to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo number 1 tumesema macho ya kiburi. Number 2 tunasema number 2 on the same scripture, that is verse 16. This is what it says. Number 2. A lying tongue, ulimi unaosema uongo. Uongo. Number 3 is hands that shed innocent blood. Number 4, a heart that devises wicked schemes. Another one is feet that are quick to rush into evil. Miguu ambayo iko rahisi kukimbia mahala ambapo kuna ubaya. Haya ndio mambo ambayo Mungu anachukia. Na mambo hayo yote hayaleti umoja. Then the other point that the Bible says, a false witness. Shahidi wa uongo. Kwa hivyo wewe ukiwa shahidi wa uongo, hausaidii kuleta umoja wa watu. A false witness who pours. Biblia inasema kwamba anamwaga. Who pours lies. Kuna watu wengine wako na gift ya kusema uongo every time. It is detestable before the Lord. The following point is, and a person who stirs conflict. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye analeta hali ya kutoelewana. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanampendeza Mungu na kuna mambo ambayo yanachukiza Mungu. Today, purpose that you please God. Today, purpose that you follow the footsteps of God as we pray for this nation. Tunaomba kwamba tutembee katika njia ambazo zinampendeza Mungu na jina la Mungu litainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tungependa kama kanisa tutembee kwa umoja. Tungependa kama serikali, despite the fact that we are diverse, let us learn to accommodate divergent issues. Let us bring our issues together. Let us not personalize. Let us not tusiseme tuanze kupigana. Tuweke mawazo hayo yote pamoja na tuseme which way can we be able to go as a nation. Bwana wabariki sana. Bwana watunze sana. Asante, na kwa sababu ya muda ningependa tusimame na tukaweze kuomba kama unaweza. Basi tutulie na tukaweze kuomba. Baba wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Umesababisha sisi wote kuja hapa ili kukuweza kukuabudu. Na Bwana tunasema asante. Tunasema uhimidiwe na upewe sifa. Asante kwa sababu ya umoja huu ambao Bwana umeanzisha katika mji huu. Asante kwa sababu hata ya serikali yetu. Tunaomba kwamba tutakuwa na umoja, tutakuwa na amani kwa sababu inakupendeza. Kwamba tunaposemezana, tunapotembea, tutembee kwa umoja ili jina lako liinuliwe. Kwa sababu neno lako linasema tukitembea kwa umoja, kitu cha kwanza kwamba kinakufurahisha wewe na ni kitu chema mbele za macho yako. Kwa hivyo kama kanisa tunaomba umoja wa taifa, tunaomba umoja wa familia, hata familia ambazo zimesambaratika. Bwana, tuma Roho wako Mtakatifu akaweze kuzileta pamoja, kwa sababu kanisa la leo linaanzia katika familia. Tunaomba baraka zako, tunaomba neema yako kwamba ikaweze kutulia katika maishani mwetu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Thank you. Let us celebrate our bishop, our general superintendent, Bishop Simon Belengu, kwa kazi hiyo nzuri. Praise the Lord. Mungu amemtumikia
kunena nasi kama taifa, kama kanisa la Matete kuhusu umoja. Na jambo nimekundua katika mahubiri haya, neno la Mungu limesema, and there the Lord commands his blessings. Praise the name of the Lord. Anamaliza akisema, mwandishi anasema, and there the Lord commands his blessings. Anaamurisha. Yani mahali kuna baraka, Mungu, mahali kuna umoja, Mungu huamuru baraka. Praise the name of the Lord. Na tena analinganisha, anasema, mahali pale ni kama mafuta iliyomwagwa katika kichwa cha Haruni, kinateremuka. Najua mafuta, watumishi wa Mungu ambaye tumeenda theology, mafuta ni Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Mahali hakuna mafuta, hata vyuma hukulana. Are we together? So tukitaka embrace this, let us speak unity. May the Lord bless you. Thank you so much. So, Your Excellency, allow me, kwa ruhusa yako sasa, ni ruhusu nilete maombezi. Tunaingia katika kipindi cha maombezi, na kuna watu wafuatao wanakuja kuomba. Mmoja anaomba kwa ajili ya taifa la Kenya, yeye ni Reverend Amos Shamala. Naomba mahali huko usimame uche jukwani. Wa pili anaombea viongozi, naye ni Imam Sharif Emor. Naomba usimame uche jukwani. Wa tatu anaombea kanisa, yeye ni Reverend Levi Mniafu. Bwana tukuzwe. Na nitaomba kwa sababu sisi wote sasa tunaingia kwa maombezi. Naomba tutasimama, kwaya ituongoze tunapoombea. Tunaanza na kipengele cha kwanza, tunaombea taifa. Thank you so much. Welcome. Tusimame sote tafadhali. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Kiu yangu ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu. Acha yangu, nifanane nawe, maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Basi kwa hiyo heshima, kwa neema yake Mungu, tuweze kunyenyekea na kuombea taifa letu la Kenya. Baba wetu, katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakutukuza, tunakuheshimu, maana wewe ni Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakudhamini katika mkutano wa leo. Asante kwa matendo yako mema kwa ajili ya taifa letu. Asante kwa kutupendelea katika taifa letu. Umetutunuku na amani tele. Umetutunuku my Father na
usalama tele katika mipaka zetu. Wewe umesidi na kutubariki na mvua, umesidi Baba na kutuunganisha. Umoja huu Baba tunasidi kukushukuru kwa sababu itasidi kudumu. Asante kwa sababu unapenda taifa hili na litaendelea Baba kuimarika, kudhibitika na hata kustawi kwa mambo yote kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Asante kwa uchumi ambao unasidi kutufanikisha nayo. Utukuzwe na ubarikiwe, maana wewe ni mwema na ni wa upendo kwetu, na tunafunika taifa lote kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba haya machache katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo. Ya Allah, naombea Rais Mheshimiwa William Samoei Ruto na viongozi wote jalie hekima, maarifa ili watuongoze kwa njia iliyonyoka. Amina rabbil amina, amina rabbil amina, amina. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, na kushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninapokumbuka ushirika wa makanisa katika eneo ya Matete katika Lugari, kaunti ya Kakamega. Baba, najua kwamba tumekutanika hapa kama kanisa kutoka dhehebu zaidi ya 30 katika eneo hii. Nashukuru watumishi wako ambao ni viongozi wa makanisa haya. Pia nashukuru wale waamini wa makanisa haya ambao Bwana amewezesha kufika hapa ili tuje hapa tuwe shukrani kwa yale ambayo Bwana umetendea. Asante ni kwa sababu Baba, wewe mwenyewe Yesu ulisema ya kwamba wewe unapenda umoja kati yetu, na neno limetangulia Bwana kutufundisha kwamba tunahitaji tuwe na umoja, na umoja unaanzia ndani ya kanisa. Katika umoja huu wa ushirika huu wa Matete, naomba ya kwamba Bwana ukaweze kufikia wale watu ambao tunaishi pamoja na wao, na umoja huu uweze kufikia majirani zetu, uweze kufikia vijijini na hata katika nchi yetu kwa jumla Bwana, ili tuweze kuwa na mshikamano pamoja. Baba, wewe ndio mwanzo wa kanisa, na pia unasema kwamba wewe ni mfalme wa amani. Hivyo kama kanisa tunataka kuomba ya kwamba Mungu tuchalie heri ya amani katika nchi yetu ya Kenya, ili mambo yote yanapoendelea yaendelee kwa njia ambayo inayofaa mbele zako Bwana. Asante kwa sababu wewe ndio mwanzo na mwisho wa kila jambo. Asante kwa sababu kutunukia hata na rais ambaye Bwana ni mcha Mungu. Tuliomba na wewe ukatupatia. Hivyo Bwana, mfunika na damu ya Yesu. Kwa niaba ya kanisa nasema ya kwamba Mungu mpe uzima na umpe amani anapoongoza taifa letu la Kenya hata kwa upeo wa juu. Asante kwa sababu Bwana unaweza. Tazama wale watu ambao wanakuja na kuleta furugu ndani ya nchi yetu. Baba, tunakemea maroho kama hayo, maana unahitaji umoja ndiposa tuweze kusonga mbele. Bwana, tusaidie kama kanisa ili tushikamane pamoja bila kujali dini ya huyu na dini ya huyu. Tukajione wa Kenya kama ni watu moja na kama watoto wa mtu moja, ili kwamba Bwana hata baada ya miaka 5 ya rais wetu mpendwa Dr. William Samoei Ruto inapokwisha, tuseme kwamba hakika tumeona mkono wako kwa mwongozo wake. Itakapofika tamu nyingine tena, Bwana umwezeshe kwa heri zako. Asante kwa sababu ni Bwana. Ni katika jina la Yesu na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nafasi hii ni ruhusu kwa ruhusa yako tena Your Excellency niweze kumleta Reverend Daitas Misiko for Kilachi remarks. Welcome, Reverend. The President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Daktari Mheshimiwa William Samoei Ruto, the Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, the 2 governors, Fernandez Barasa, and Governor Lusaka, viongozi wengine, karibuni sana Matete. Kwa niaba ya makanisa na wachungaji tunasema karibuni sana. Mheshimiwa Rais,
kwa unyenyekevu wako na katika hekima yako, niruhusu niko hapa na assignment moja. Assignment hii wachungaji hao wamenituma niweze kuhalikisha kwako mambo mawili. Kwa heshima yako, maana umekuwa mwema, umekuwa mtu ambaye umekuwa mkarimu sana, na wakanituma na mambo mawili. Ya kwanza, hao wachungaji na kanisa lote la Matete Lugari kwa jumla wangependa ili nao pia maisha yao ya kiroho yakuwe more sharpened. Wangependa wakipata chuo ya pamoja. Najua kila dhehebu iko na machuo zao, shule zao, lakini wangependa wakiwa na training center ambayo inaleta pamoja makanisa yote, na pia katika hiyo center vijana wetu wakuwe mentored ili wapate tabia ambayo imebadilika. Tutakushukuru sana. Umekuwa mwepesi, tumekuona tangu kitambo mambo ya refreshing the shepherds. Now you have been very consistent. So we request you in your humility and your wisdom, if you can consider that, tutaweza kushukuru sana. Number 2, hawa viongozi pia wamenituma niweze kuweka kwako, maana wanaangalia the empowerment programs ambazo zinaendelea kwingine, na pia nao kama church wangeomba kama ungewafanyia a very big empowerment program, nao pia roho zao na pia akili zao zikaweze kutulizwa. Tunaweza kushukuru Mheshimiwa Rais. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Reverend Titus for the clutch remarks. Sisi kama kanisa, Mheshimiwa Rais, tumefika kipindi chetu cha mwisho, na naomba kwa ruhusa yako niruhusu nimuite mbunge wetu wa eneo hili, Mheshimiwa Nabii Taraja, ache achukue ushukani. Makofi, tushangilie mbunge wetu anapokuja. Karibu sana. Asante. Mlembe mwesi. Mlembe ke Nyasaye. Mlembe ke President William Ruto. Mlembe ke aba friends. Mlembe ke PEFA. Mlembe ke aba PAG. Mlembe ke Salvation Army. Mlembe ke Imam na basalamu boss. Amandi belu karim rienda muyanjire aya geziro president no mkono mongo aya Mheshimiwa Rais, Bishop wetu ambaye ametupatia neno, speaker wetu, magavana wetu wakiongozwa na gavana wa nyumbani, gavana Barasa, Gavana Kufwera kutoka Bungoma, ndugu yangu rafiki Gavana Sakaja kutoka Nairobi, wabunge wetu wakiongozwa na chairman wetu wa caucus, Mheshimiwa John Koi Waluke, waziri wetu Mama Deborah Mlongo, viongozi wote na wakaribisha nyumbani, Lugari constituency, Chevaywa ward, Kivaywa village. Mtukufu Rais, utanikubalia kujulishe tu wabunge ambao wako hapa, na nitaomba wabunge, kwa sababu tunataka tuende kwa haraka. Rais ameniambia ana maneno, anataka kuongea na watu yake. Simwaye komberenge mlebe uno mwamwikomba. Halo bas efo kwa managuri
khula kenda alala sikhuli khuryo basi nesunga likhwana musunga muri khuli alala khulire nende President Ruto abantu ba Bungoma abantu ba Kakamega abantu ba Busia abantu ba Vihiga abantu ba Trans Nzoia Kenya youth Your Excellency, that is our new rallying call in Western Kenya. Kwamba tukienda mbele, tunaenda mbele tukiwa pamoja. Na nimefurahi ni kama Bishop alikuwa ameona mawazo yetu. Kwa hivyo nitaanza na wabunge wale wametoka mbali nje ya Kakamega, mkuje wote so that tuende haraka. Nimeongea na rais, anataka azungumze na watu yake. Abantu bano bamwikomba. Tukujeni wote kwa pamoja. Alafu wa Kakamega watakuja. Very good. Huyo ni Bishop ya Bungoma. 1 minute. Haya, waumini wote wakiongozwa na rais wetu William Ruto, Speaker of the National Assembly, tumsifu Yesu Kristo. Sifa za Bikira Maria. Mimi nimefurahi kufika hapa Mheshimiwa Rais, na tukifika hapa kwa hafla ya kanisa lazima tukumbuke historia ya Injili. Wakati Yesu Kristo alizaliwa, kuna wale watu ambao walitaka kupinga maono ya Yesu Kristo ya kuokoa ulimwengu. Wakaanza kuleta upinzani, wakatafuta Yesu Kristo eti wamuue, lakini walishindwa. Wale watu wangefaulu kumuua Yesu Kristo, Mheshimiwa Rais, leo hatungekuwa na Injili. Wale wachungaji ambao wako hapa wengine wangekuwa wanapika randa. Wale wa mama ambao wako hapa wangekuwa ndio wao ndio wenye kurusha mifupa ile, wanarushanga watoto wadogo alafu wanakuwa wagonjwa alafu wanakufa. Lakini leo hii Injili inasonga mbele kwa sababu wale Wafarisayo walishindwa. Hata saa hii Mheshimiwa Rais, katika uongozi wako kwa serikali ya Wakenya, kuna wale Wafarisayo ambao wamejitokeza, ambao nia yao ni sawia na yale ambao walikuwa wanapinga Yesu Kristo asihubiri Injili. Your Excellency, don't give any attention to the Pharisees, because from the Bible, the Pharisees have never won against anything. Wale ambao wanakutisha, nia yao ni kusambaratisha serikali ya wananchi. Nia yao ni ushindwe kuleta maono na maendeleo kwa wananchi hawa ya Wakenya, kwa sababu hawana maono yoyote, hawana kazi, they are jobless. Don't give them an opportunity. Wakisema huyu aende, ule asiende. Hata Yesu Kristo, wasema Yesu Kristo aende, wakaleta upinzani, wakapeleka mbele ya Pilato. So we want to assure you, Your Excellency, that the people of Kenya are with you and they will support you. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, sisi kwa desturi yetu ya Waluya, mila ya Waluya, mgeni akikuja asubuhi mpaka anakunywa chai vikombe 2. Hawa mama wakikutembelea, akikunywa chai kikombe 1 anaumwa na tumbo mpaka akunywe vikombe 2. Mheshimiwa Rais, hata wewe ukiwa rais ya Kenya, sisi kama jamii ya Waluya, kulingana na desturi yetu, lazima tukupatie 2 terms. Hii ikiisha tunakupatia ingine, ndio maneno yako sawa sawa ya kusonga mbele. Mungu awabariki sana. Wacha nimlete mama ya Bungoma. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Speaker wa National Assembly, Daktari Moses Masika Wetangula, magavana wetu wote wawili akiwemo Mheshimiwa wa hapa, Mheshimiwa Fernandez Barasa, na gavana wangu wa Bungoma, Gavana Lusaka, wabunge wenzangu, ma MCS na wanaklaji wote, hamjambo. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele.
Asanti sana. Mimi ni Mama Catherine Wambilianga, mbunge wa Bungoma. Leo hii nafurahi sana kujiunga na watu wa Kivayo ambao ni majirani wangu. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kwa sababu tunapendana. Watu wa Western tunapendana wote. Na kile nimependa ni maombezi ambayo mhubiri ametupa leo ya tuwe na umoja. Kama watu wa Western tutatembea na rais wetu amalize muhula wake wa 10 ndio tuanze kuongea mambo mengine. Sasa tuko hapa kukuhakikishia kwamba tuko pamoja na tutatembelea pamoja. Asante sana kwa mwaliko wa kuja Western na kuja kututembelea. Asanteni na Mungu akawabariki. Wacha tumlete mama kutusauti ya Vihiga. Bwana Yesu nasifiwe. Semeni haleluya. Mlembe. Musangalile. Mwami izo minywe. Your Excellency, Speaker and all protocol observed. Bandu wa Mlembe. Bandu wa mkoa wa Magharibi. Injili imetembea. Na ile injili inatembea ni injili ya unity. Tunataka tukue kitu kimo. Yule anataka kuweka mgawanyiko mkoa wetu na Kenya kwa jumla. Sisi kama Wakristo tunasema fanya nini? Pepo mchafu fanya nini? Mmesikia injili ya kikombe 2. Vikombe 2 sisi Waluya, si namna hivyo? Na ni kaburu, si namna hivyo? Ile kubwa kubwa. Mtapimia William Samoei Ruto kwa ile kaburu kubwa. Semeni William Ruto 2 term. Kuna mwenye anapinga? Mwenye anapinga si ni shetani? Raisi, hawa watu sisi tunataka tutembee tu kila constituency and if possible kila ward. Tukifanya empowerment, wamama wakuwe empowered, vijana wakuwe empowered, people living with disability wakuwe empowered, na hiyo ndio maisha tunataka Kenya. Si tunataka amani? Mtu anyonyeshe mwenye hataki amani nione. Si wote tunataka amani? Nione Wakristo wenye wanasema Ruto 2 term bila kupingwa. Asanteni na Mungu awabariki. Haya, wabunge wa Kakamega, tukianza na Mheshimiwa Igana, tukipiga harambee mnasema kuliala la harambe. Harambe. Ai! Vihiga! Kakamega! Shinyalu! Bana beru Mirembe. Mirembe Khandi. Salamu kutoka Shinyalu, salamu kutoka Shinyalu. Asante. Mimi pia nimefika hapa siku ya leo kuja kuleta shukrani zangu kwa watu wa Lugari na pia kwa rais wetu kwa ajili ya kusimama na sisi ule wakati tukitembea kuomba kura. Mlitukumbuka na mkawezesha Mheshimiwa Rais William Ruto akashinda kura. Mlituwezesha pia kuchagua mbunge mchapakazi Mheshimiwa Nabina Bwera. Jameni, asanteni sana watu wa Lugari. Asanteni sana watu wa Kakamega. Mimi niko tuna ujumbe mfupi kwa Mheshimiwa Rais. Katika kumbukumbu ya marais wote ambao wamewahi kuhudumu katika nchi ya Kenya, Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe utakumbukwa kama rais ambaye ameonyesha upendo mkubwa kwa watu wa Magharibi. Ndio maana siku ya leo tumeanza ukurasa mpya. Ule ukurasa ambao ulikuwa wakilio na maombolezi sasa umeisha. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya upendo wako sasa ni shukurani tele. Umetuwezesha kuanzisha miradi katika miundombinu, umetuwezesha kuanzisha miradi ya barabara, ikiwemo zile barabara ambazo tumekuwa tukisubukana nazo. Hata watu wa Shinyalu wakanituma siku ya leo, Mheshimiwa Rais, ni kuambia asante kwa ajili ya barabara Kiwanja Ndege Shinyalu Chepsonoi
ambayo kwa upendo wako umeiweka katika makadirio ya kifedha ya serikali mwaka huu iweze kuwekwa lami. Kwa ajili ya upendo wako Mheshimiwa Rais, watu wa Kakamega na Wakenya kwa jumla ambao wamekuwa wakiishi kwa giza miaka na mikaka, sasa wanapata stima kupitia kwa mradi wako wa usambazaji wa stima. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya upendo wako, walimu zaidi ya 70,000 wameweza kupata ajira chini ya miaka miwili ya utawala wako. Jamani Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Kwa ajili ya upendo wako Mheshimiwa Rais, nimeona mimi pamoja na wenzangu ukituwezesha kutembea Kenya mzima kwa mradi wa empowerment wa kuwezesha kina mama, vijana na hata wazee kupata rasilimali ambazo zitawezesha kuinua uchumi kwa minajili ile falsafa yetu ya bottom up. Jamani Mheshimiwa Rais, hatuna cha kukulipa nacho kwa sababu kama ni mke tayari sisi tushakupatia. Lakini tukuahidi ya kwamba ule wakati utakao tuhitaji mwaka wa 2027, sisi kama viongozi wa hapa Mheshimiwa Rais tunakuhakikishia tutasimama na wewe na hawa raia wetu wote, kura zao zote zitakuwa kwa kikapu moja, na hicho kikapu hakitakuwa cha mwingine bali kitakuwa kikapu chako. Nikimaliza Mheshimiwa Rais, nikushukuru pia kwa ajili ya kuwadhibiti na kuwahifadhi au ndugu zetu wakubwa serikalini mwako. Mheshimiwa Spika Wetangula amekuwa msaada mkubwa kwetu, Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, hata na huyu mpwa wetu, kijana wetu Khota, Mheshimiwa Sakaja pale Kanairo. Tafadhali tunakuomba endelee kuwashikilia na wale wengine wote pia waendelee kuwashikilia. Kwa hayo machache Mheshimiwa Rais, tunaomba Mwenyezi Mungu akubariki, uzidi kutendea kazi wa Kenya. Wale wa kelele wapige kelele, lakini zile kelele zao hazitatusimamisha sisi na nchi yetu ya Kenya kusonga mbele. Mungu akubariki. Asante. Tumpe mkono jameni. Harambe! Hapo sijasikia sauti. Harambe! Mheshimiwa Mkabe Chumamoto. Watu wa Lugari, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vile mmeambiwa, mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge jirani, mbunge wa Likuyani. Na leo nina furaha kufika hapa siku ya leo tumkaribishe rais wetu katika gatuzi letu la Kakamega na aswa hapa Lugari kwa ndugu yetu Nabii Nabwera ambaye ni kiongozi shupavu mliotupatia. Ya pili, niseme tu kwamba leo nimefurahishwa sana na mahubiri. Na ningependa hata wahubiri wengine na makanisa mengine yaige mfano ya vile bishop wetu amehubiri siku ya leo. Na ni kwa sababu Kenya katika wakati huu ambao tuko ndani, kuna watu wameangalia, wanataka kupata mamlaka kwa njia zisizofaa, na wameona njia zote zimefungika. Wamejaribu kutembea, wameona kila pahali imekataa, na sasa wanataka nchi yetu imwage damu. Wengine wametutangazia vita, na kanisa tusipojitokeza kuombea nchi yetu na kuunga mkono rais wetu, na kama viongozi kusimama kidete na kukemea na kukashifu wale ambao wanataka kuleta vita katika nchi yetu ya Kenya, nchi yetu itaangamia. Kwa hivyo naomba wote sote tuungane pamoja. Na ni kwamba wale ambao walitangulia katika uongozi, kuna watu ambao hawakutaka maendeleo yaende kokote. Na haswa wale ambao waliadhirika sana ni sisi watu wa magharibi. Ilikuwa maneno ya kipango ya magharibi wanapinga. Wanatuambia nyinyi hamuna shares. Lakini Rais William Ruto na kinara wetu wa ODM Raila Amolo Odinga walileta na kuunganisha nchi yetu kwa pamoja.
na kwa mara ya kwanza hata mimi mwenyewe pale nimekaa nimeona kuna mwangaza. Ndugu zangu, kuna mwangaza. Tumekaa na hawa viongozi chini ya spika wetu Moses Masika Wetangula, mtaanza kuona maendeleo na maajabu yakitendeka katika mkoa wetu wa Magharibi. Na mimi ile nitawaomba nitumshikilie rais wetu William Samoei Ruto. Tumfurahie, tumpende, ndio pia yeye tukienda kwake tukimwambia tunataka vitu namna hii analeta haraka. Si namna hiyo? Hebu nione mikono ya Rais William Ruto. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Mkono kwa chuma moto, jirani yangu, my twin brother. Nataka nimlete Mheshimiwa Hamisi, Mheshimiwa Kimose. Yuko mbali Mheshimiwa Wangwe, chukua microphone. Achebe. Abanju balugari mlembe. Mwasima Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, naambiwa njebe icheva. Njebe kwa icheva. Njebe kwa abanju balugari icheva. Hoba ye mwijire sasa ndabanuna. Asanteni sana. Your Excellency, nishukuru sana watu wa Lugari kwa kupigia ndugu yangu Nabii kura na kumpatia nafasi ambaye anatuwezesha siku ya leo sisi wote tukue hapa. Tumpigie makofi Mheshimiwa Nabii tafadhali. Pili, nimshukuru sana General Superintendent. Maombi yenye umetuombea siku ya leo yako na vipengee viwili. Cha kwanza, amefafanua vizuri sana kwamba kuna yale maneno Mwenyezi Mungu anapenda na kuna mengine Mungu hapendi. Your Excellency, kuna wakati kupitia kwako appointments ikikua, ukatupatia kijana moja mzuri sana ambaye amesomea hesabu ya pesa, amehitimu, ye akakuwa Commissioner General wa Kenya Revenue Authority. Wale watu ambao wako pande hiyo walisema sisi Waluhya hatustahili kuwa na mtu wa kuhesabu pesa ya Kenya kwa sababu sisi wenyewe hatuna pesa. Angalieni watu wetu, uso ya huyo mtu ambaye alisema ni ile kipengee cha kwanza chenye General Superintendent amesema yule mwenye kuongea mbaya macho yake ni mbaya. Huyo mtu tumwambie abaki huko, mkimuona yeye mwambie asitutembelee. Sisi tunakaribisha rais wetu kwa sababu ako katika kile kitabu cha kuunganisha wa Kenya, kuleta watu pamoja. Ameleta watu wa Lugari pamoja, ameleta watu wa Navakholo pamoja, ameleta watu wa Kenya pamoja. Your Excellency, tunakuomba ushikilie hapo. Haujakuja bure. Kule kwangu rais, ukiwa naibu wa rais, umengangana na barabara ya C41. Haikusonga mbele. Lakini wewe ni rais, nasimama hapa nikikusifu kwamba sasa matrakta imeingia kwa barabara na najivunia watu wangu wa Navakholo kwenda Musikoma, kwenda Kakamega itakuwa rahisi. Kwa hivyo nakushukuru sana rais, nikikwambia heko kwa sababu umenipatia maendeleo. Yale unafanya Lugari, unafanya Navakholo, unafanya Mumias East, Mumias West, kila mahali. Tunasema asante. Kwa sababu ya leo ni kidogo, tunazidi kukaribisha wewe ukiwa hapa kwa jirani yangu Mheshimiwa Nabii. Harufu ambayo utaongea hapa itafika kwangu, na siku nyingine rais, karibu Navakholo, tusemezane, tuombe pamoja. Asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais, niko na mkubwa wangu wa kamati, Mheshimiwa Tindi, Chairman Public Accounts Committee. Bandu bachevayo muli balamu, manyako nolo mulamu ndo mukono ndole. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu etomibwe. Salamu alaikum. Mefurahia kuona President Ruto. Manyako mukono no furahia kulola President Ruto. Mheshimiwa Rais na Speaker na governors na wenzangu wa bunge na wananchi wote. Mimi nataka kushukuru wewe kwa kukuja hapa Lugari kusali na sisi watu wa Kakamega. Kwanza huyu Nabii ni rafiki yangu sana. Tena tuko na yeye katika kamati na anapenda nyinyi sana. Ukiita yeye mfanye mkutano, anauliza wewe kwanza
mambo ya Lugari iko ndani ya hiyo mkutano ama hakuna kwa hiyo mkutano. Si ni mtu mzuri? And is very sharp. Hata kwa kamati wakati ofisa anakuja anaona anataka kudanganya, naambia yeye kwanza aongee, kwa sababu yeye akiongea anafafanua ile maneno yote na ile uongo ambayo inataka kufa. Kwa hivyo ni kiongozi mzuri, na mimi naomba ikifika 2027 msiache nabii, msimame na yeye, mpatie tamu mbili, sivyo? Wangapi anasema nabii anatosha? Tukirudi kwa kazi yetu, Mheshimiwa Rais, sisi tuko broad based government na mimi ni chairman ya Public Accounts Committee. Kazi yangu ni kuangalia kwamba wale accounting officers wako, ukisema barabara itengenezwe hapa, mimi naangalia books of account to make sure hiyo barabara imetengenezwa. Ukisema soko ifanywe hapo, mimi na nabii tunaangalia tuhakikishe hiyo soko imetengenezwa. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, sisi tutakusaidia hii kazi, soko itengenezwe, stima iletwe, barabara itengenezwe. Ikifika 2027 ukirudi kwa barabara, wamama wanasema ni tamu tu, si hivyo? Ukirudi kwa soko, wananchi wanasema uongezwe miaka ingine ngapi? 5. Huyu nabii is my witness na mimi ndio chairman kwa hiyo kamati. Kuna jamaa wa shares ambaye alikuwa anasema ati sisi tupewe 30%, anasema vitu zingine zote ziende huko kwao. Ile wakati alikuwa deputy president, books of account inaonyesha yeye ndiye alidhulumu wa Kenya, akasema kila kitu iende wapi? Kwao. Sasa mtu kama huyo, nyinyi mnataka tena muunge mkono ati anatudanganye mara ya pili? Sisi tunakubali kushikana na baba na President Ruto tufanye kazi pamoja. Wangapi wanaunga mkono tufanye kazi pamoja? Arambe. Asanteni sana. Unajua huyo ni mdosi, singesimama karibu, anaweza nifinya. Aseka miradi kutoka Huisero. Mheshimiwa Rais, leo ni Father's Day. Hawa mama wako na jukumu kubwa sana jioni ya leo. Wameniambia kwamba ukimaliza hii mkutano upangeko nabii. Nabii awapee kitu kidogo wapelekee wazee nje. Mulisema amukusema? Mulisema amukusema? Wazee leo wasikie vizuri? Wananchi wa Kisero, Mheshimiwa Rais, wamenituma ni kuambia kwamba wanashukuru sana kwa ile kazi ambayo umewatendea kule. Ile hospitali ulianzisha iko saa hii 30% inaendelea vizuri. Wale wananchi wa Kisero hawatasumbuka sana kwenda kutafuta matibabu mbali. Jambo la pili wameniambia ni kuambia kwamba zile computers ambazo tuletea katika Kisero Technical and Vocational College, watoto wetu wanatumia na wanafanya kazi mtandaoni. Wakaniambia pia ni kuambie Mheshimiwa Rais, ile soko yetu ya Kisero contractor amekuja kuanza kujenga, ile affordable housing ambayo umetupea itaanza kujengwa. Na wakasema kwa ile ya muhimu sana ni barabara yetu ya kutoka Shibinga kwenda Kisero, Dudi kwenda Manyulia. Tumeona engineer wa hapa amekuja kule kuanza kufanya kazi. Anafanya kazi ama hafanyi kazi? Na najua kwamba hapa Mheshimiwa Rais, mimi nimepata nafasi ya kukaa katika kamati la bajeti kwa kipindi cha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa miaka 5. Nimekaa katika kamati ya bajeti kwa kipindi chako cha miaka 2. Abandu befu, ile pesa ambayo Mheshimiwa Rais amewekeza katika hii region yote kwa bajeti yake ya miaka 2 inashinda ile bajeti ile ambayo watu wa ule wanasemanga sisi ni cousins waliweka kwa bajeti hiyo miaka karibu 5. Mimi nasema hivi Rais, afadhali rafiki ambaye anakujali, afadhali jirani ambaye anakujali, afadhali shemeji ambaye anakujali kuliko cousin ambaye hakujali. Asanteni sana. Mumesikia hiyo ujumbe? Ndugu asiyekufaa hana maana. Jirani anayekufaa atakusitiri kwa Mungu. Halo!
Acha tusikie sauti ya Kiminini. Huyu ndio wipu wetu wa caucus. Your Excellency Bwana Bisau. Your Excellency, allow me to ride on the established protocol. Abandu belugari mlembe. Mulibalamu. Libukana nabakhesia. Mwakhola bulayi khukhurera omwana welikhanga ino mbunge omulainie. Huyu mbunge wenu tunafanya kazi kwa pamoja akiwa Secretary General wetu, tukifanya chini ya Mheshimiwa Waluke akiwa chair wetu wa Western Caucus. Bishop, ile ulihubiri leo, it is something that has been very elusive. But I want to assure you, tukiwa na viongozi wetu, Mheshimiwa Speaker akiwa ndani, Mheshimiwa Oparanya, we've come together because Your Excellency, we know where we've come from, we know where we are, we know where we are going, and we know who we are going, where we are going with. By us being here, it's a very clear indication, Your Excellency, sisi tuko na wewe. Standing here today, I know when you took over leadership where we were as a nation, there were a lot of challenges. Kulikuwa na mambo mengi sana. Nakumbuka ile shimo tulikuwa ndani kwa mambo ya Eurobond. Inchi zingine kama Ethiopia walikwama. Wewe ukasema utapanga, ukatutoa kwa ile aibu kwa sababu dawa ya deni ni kulipa. When you talked about affordable housing, there were a lot of doubts. Today standing here, mimi nikiwa mmoja wa wale wanakaa kwa ile kamati ya nyumba. Soko, hakuna mahali kujapatiwa allocation ya mambo ya nyumba ile affordable housing, mambo ya soko, mambo ya zile dormitories za wanafunzi wetu. Barabara tangu dunia hii ianze, Kiminini barabara imekuwa tu ni ya kutoka Bungoma ile the main road. Leo hii umetuambia barabara ya kutoka hapa Tarbo ipite kule Tongareni ikuje itokee kwangu Sihendu, hiyo umetutengenezea. Hata hii ya Eldoret kutoka Liseru, there were a lot of fatalities, lakini ukaleta kitu inaitwa affirmative action. Raundi hii pia sisi tukiwa sehemu hii, we are benefiting. And lastly, Your Excellency, mimi ninashangaa sana. Nilipata nafasi ya kufanya kazi na Umoja wa Kimataifa kwa miaka 19 kabla nije ofisi yako kama mshauri. Ninashangaa kuna kiongozi anasimama anasema kwamba kutakuwa na mchafuko. Nimwambie hivi, uko nje kuna wakati waliokuwa mawaziri wakawa makamu wa rais, tukiwa kwa zile kambi za refugee, amepiga laini na sahani analala kwa hema. We don't want to see that. Kwa hivyo kanisa, hata kama tunaombea rais amekuwa amenyamaza, anafuata katiba, anafanya kazi yake. Lakini kuna wale wengine, mtaona wale viongozi walikuwa, lakini kuna wale wako na akili punguani. Kwa hivyo pia wale muwaombee wasije wakaleta nyokonyoko. Mwisho kabisa, rais, keep your eye on the ball. You've changed Kenya. We've seen the exchange rate. We've seen the issue on fuel. Wewe badilisha Kenya hii, usijali zidi kututupia matunda. Hawa wengine wachana nao. Chura atamkataza ng'ombe kunywa maji kweli? Nyinyi mnataka rais azidi kutuchunia matunda? Na mnataka tuendelee kutembea na rais? Kutase rais second term, si ndio? Nikisema William Ruto mnasema second term. William Ruto. Asanteni sana na salamu kutoka kwa watu wa Kiminini. Mungu na wabariki. Atosiaita. Harambe! Harambe! Walala. Basi wacha nimlete sauti ya wamama kaunti ya Kakamega. Bwana asifiwe. God is good
And all the time, bantu banje mirembe. Mirembe kandi. Mimi kama mama wa Kakamega, niko na furaha kukaribisha rais wetu hapa Kakamega. Na amekuja haswa siku ya Jumapili. Naona tuko na bishops wengi, wachungaji wengi, kina mama wengi. Siku ya leo tukiwa hapa, tuombee president wetu. Tumweke kwa maombi. Mnaona ile anapitia, lakini Mungu aliye juu ndio anaweza. Na mimi nasema Nyasaye sharo mulai. Shari mulai sana. Shakulera jirani. Bana beru Nyasaye no mulai. Nyasaye no mulai. Nyasaye no mulai, no mulai wanje. Yani ndanga, yani ndanga, yani ndanga mulira. Nataka kuuliza swali. Swali yenye nauliza, ukitaka chumvi, unaomba kwa jirani ama unaomba kwa mtu wa mbali? Si unaomba kwa jirani? Na jirani wetu ni nani? Si ni President Ruto? Si ndio jirani? Na mimi nataka kushukuru huyu jirani. Huyu jirani hapa Kakamega County. Mnajua Wycliffe Ambetsa Oparanya alianzisha referral. Ilikuwa imekwama watu wangu. Lakini jirani sasa hivi vile tunaongea ameweka 500 million bandu banje. Watu wetu wanasumbuka kwenda huko mbali. Mortality imeenda juu. Kwa hiyo tunasema President Ruto asante. Mimi niko kwa sports committee. Tuko na stadium ilikuwa imekwama. Ilikuwa imekwama kabisa. Lakini President Ruto ameokoa jahazi. Take over hiyo stadium, sasa inaendelea. Semeni President Ruto asante. Na nikisema ingine yote mnasema asanti. Kwa kushirikiana na baba Raila Amolo Odinga, kwa stadium yetu kuendelea, kwa kufufua referral hospital, kwa mabarabara kutengenezwa, kwa ujirani mwema, kwa kuchagua Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mlembe boss. Nikimalizia watu wangu, huyu ni president mwenye anatusikia. Tukiomba appointment tunaingia State House. Mnafikiri State House ni rahisi kwenda hivi hivi? Lakini sisi ametufungulia. Na pia mimi nataka kushukuru kwa kipekee. Ilikuwa Friday, tulikuwa na empowerment hapa Kakamega County. Na raisi alileta milioni 4 kwa hiyo empowerment. Mimi nasema asante, asante, asante. Na alituma speaker wetu, Weta. Alikuwa hapo, tena akaleta kitu. Akatuma Wycliffe Ambetsa Oparanya. Oparanya akaleta maendeleo kutoka kwa ministry yake. Muliona watoto wetu wa jua kali walipata makao, wash machine na ingine. Rais nakushukuru. Na hiyo pesa hivi karibuni tumeiweka vizuri. Hivi karibuni utaona tukitembea kwa kila constituency tukigawa hiyo pesa. Mama wanajua kuweka pesa. Shikarikario. Kwa hayo yote tunasema Mungu ambariki. Asante sana. Harambe! Mmechemuka Mnapenda rais wetu William Samoei Ruto? Mnampenda? Mnampenda? Hebu nione kwa mkono, nione kwa mkono, nione kwa mkono, nione kwa mkono.
in your defense, William Samoei Ruto, Defense Forces, Platoon Lugari. Sindio? Haya, chairman yangu, Shinali. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Bas, asante sana Rais wetu wa Kenya Dr. William Samoei Ruto na wageni wote wale mliko hapa, kanisa zetu za Lugari na wananchi wa Lugari. Harambee! Harambee! Na William Ruto na Kenya hii na Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma, Trans Nzoia. Bas, mimi nitanena machache. Nichukue nafasi hii kwanza nishukuru Rais kwa kufika hapa kuungana na sisi nyumbani hapa Lugari kwa kanisa. Rais, niruhusu dakika moja tu. Najua kuna mambo ingine lazima tukusengenye. Mirembe boss. Nenya mbore. Liyoko lya muhuranga lero live luka kushikulero. Iyoke lero layo shijira rais yoyo ya khulanga. Babunge ba mulaya ba khwayikhala. Ba khumanya tse para tse kunyashitsanga. Khwabora bosi ababola khweru itsiramu. Siya mwikaseti tsere ranga. Yabo kula 2.6 billion yabola yitse Kakamega khwana makhoba kistima. Yabo balola imbalikha shijira bindu byenebo shibenyanga bitseno tawo. Nunu Kenya mzima yalera muradi kwa nyota kuhenzanga vijana miaka 18 mpaka 29 yabo batoka form 4 kukaloka hase waheru chilingi 50,000 mutsi ward just ya Kenya na baba olanga tsisendi ezo Kenya hatsitsi khulwa ikura ya khubwa no tse khubabora ikura khutse lokwa khuba kwa khubera rais kuchakula Kenya shukwabola khutsitse mibox khaba tsekura tawo neshira bakhubali iyo bendu byohoranga nababola empowerment ni miradi ya serikali chaliho khurula khale khubirra KI khubirra MCA machine kenako kako na musi college busebe barumishira tawo baijana byeruino nibyenya car wash machine paka bakuli nabuza serikali nebindu byenebo rais yo yabola sasa tsi group tsosi tsichendwi tsiherwi. Asante sana rais. Vile hawa vijana wanakuharakisha ati we ni mkwasi sijui nini, wakisema hivyo ulisa mimi nitawashika. Basi hiyo ilikuwa yetu ya nyumbani. Rais, nataka kushukuru sana. Sisi mambo ya ukulima imestumbua siku mingi hapa Western. Tunalima vyakula na vyakula hivyo havitupi pesa ya kuweza kutusaidia kimaisha. Umetuma waziri wako ametembea hapa na mambo ya kahawa na umetupa free seedlings. Rais, endelea kutupa mwaka huu na mwaka ujao. Rais, shauri kahawa duniani mzima is the second greatest commodity in the world, na tukipata hiyo kahawa maisha yetu itabadilika. Tunajua iko sehemu kadhaa wamepanda kahawa na tunaona pesa ile wanapata. Tunataka pia hawa watu wetu wakuwe na pesa mfukoni. Rais, mipango yako ya serikali tunajua ni mzuri, na wakati huu angalia sana sisi, kwa sababu tulikuwa tumewekwa kando. Tunajua ya kwamba mashini hii inakuja through MCA, through KIE, ingine umeleta KJet
Vijana wetu wale wanaungana hapa, shida mingi na wasumbua ni hizo machinery. Hawa vijana wamesomea, wanaweza fanya biashara zao. Wapatie machine katika groups waweze kufanyia ya welding, ya carpentry, ya kushona nguo zote. Tunataka uzilete hapa. Sisi ni watu wa bidii na sisi tutakushikilia. Ya mwisho, Rais wetu mpendwa wa Kenya, sisi kama jamii, viongozi, tunajua rais wetu kuanzia saa hii mpaka 2032. Huyo tunajua. Are we clear about that? Tunaungana hapo? Harambee! William Ruto! Angalia vizuri rais. Mimi unajua lazima niseme. Mipango hii vile unatupa, unaweka pesa. Mimi nitaomba unipe nafasi na wewe kidogo leo ama siku ile unapenda. Kuna officers wengine wako katikati ndani wanasumbua. Kuna officers hapo ndani ya serikali wanasumbua. Na sisi tunataka miradi yetu hapa itembee haraka. Nikimalizia kabisa mwisho, nikushukuru sana. Wewe umetupa miradi nyingi hapo Ikolomani, umenipa mradi wa KMTC iko tayari. Tumeweka kila kitu. Rais, kwa nafasi yako utengeneze kuja utupe wanafunzi pale. Hiyo mradi ni yako. Watu wa Ikolomani waliniambia haiwezi funguka paka wewe mwenyewe vile ulianzisha ufiki. Umetupa pale Regi University. Officers wako wamefanya kazi mzuri. Tumepata approvals zako zote zile zinahitajika. The only gold refinery in Kenya ya serikali inajengwa hapa Kakamega kupitia huyu rais wetu William Samoei Ruto. Rais, nataka kushukuru. Tunataka uangazie Western sana. Sisi tumeamua hiyo ya kwamba we know our president and we are going to vote for him. Na sasa ni sisi wenyewe. Sisi tunataka kurudi hapa chini, tuulizane, tutapiga kura yes, uko nayo. Hizo ni maswali tutaulizana hapa, tutarudi chini, nataka kila mtu akuwe na kura. Wakati huu namba yetu na kura yetu lazima zifanane. Harambee! William Ruto! Kakamega! Busia! Vihiga! Bungoma! Trans Nzoia! Basi Nyasaye amlinde. Mriata Raila. Nyinyi ni hatari. One people, one nation, one president. One people, one nation, one president. Hello? Chairman Koi. Koi, hii watu wametulia ni siku ya kanisa? Die reageer al. Kwa nini musila samala chapa ni wechile ku podium? Haya reageer lundo. Haya reageer ho President William Ruto kimilembe kimiere sawa. Basi namna hiyo. Your Excellency President wetu Dr. William Samoei Ruto, Speaker wetu Wetangula, governors na wabunge wenzangu na wananchi wa Kristo wenzangu. Hamjambo. Yetu kwa ajili ya chua, kwa ajili ya masaa, nitakuwa mfupi kama chairman wenyu. Tumekuja hapa kwa nia moja ya maombi. Nataka kushukuru rais kwa kukuja, na usichoke, endelea kukua na sisi kila wakati. Sisi ni ndugu zako, sisi ni jirani wako. Tutasimama na wewe. Iche chua kama hii, mvua, kiza na mwangaza.
tumeamua, na nataka kushukuru watu ya mkoa wa Magharibi, Western Regional Caucus hii, msimame pamoja na wabunge wote, wanasiasa, MCAs, governors, tuhubiri injili ya kusaidia rais. Message itembee, wananchi, tembeza message ya umoja wetu. Tumeamua hivi karibuni, wiki mbili ijayo, tunaita hawa viongozi wetu, Musalia, Wetangula, Eugene, Oparanya. Atembea huya ya yuko kwa line, unahesabu na nini hiyo? Hiyo hakuna kitu bwana, unahesabu nini na ati natembea? Tunataka wale watu wanaweza, wale tunajua labda hako na chama, mtu hata hana chama, unasema jina yake ya nini? Na nyinyi muache mchezo. Watu ya mkoa huu tumekaa tumechekelewa miaka mingi sana kama jamii. Mtu anakuja tu analeta siasa ya propaganda na mnafuata hiyo. Sasa tumeamua hatuna na hatutaki. Tunataka tusimame imara mahali tuko kama jamii. Kura hii ambaye nakuja, tunataka kuweka kura yetu kwa kikapo kimoja, na hiyo kikapo ni ya William Samoei Ruto. Wangapi wanasema hivyo? Nataka nione kwa mikono, nione. Namna hiyo inaenda kwa kikapo ya William Samoei Ruto. Vile tunaita viongozi hawa, tunataka kuwauliza, tumewapea muda. Si tunataka mtu mmoja kati ya hawa waine. Hiyo ndiye imetuangusha miaka zote. Hatuwezi hata kukaribia inji hii uongozi yake. Because huyu anataka, amesema rais, huyu anataka na kutoka kwa jamii moja. Hata ndume kwa boma yako, wezi weka ndume mbili, weka moja, because hizi tapikana. Na unaona sisi tumechelewa kupata uongozi kwa ajili ya mkawanyiko wetu. Wale viongozi ambao wamekuwa wakitusimamia mbele, our big brothers, wamekuwa let down kwa community. Tunataka chama kimoja kutoka kwetu Western hapa. Tunataka chama moja, na tunataka candidate mmoja yule ambaye Mheshimiwa William Ruto anaweza sema awe running mate yake. Lakini sio waine. Ruto amefaulu kwa vile yeye ni mmoja katika Rift Valley. Raila amefaulu kila wakati kwa vile yeye ni mmoja katika Nyanza. Kule Eastern, Kalonzo Musyoka, hata kama hana nguvu, lakini amefaulu na jamii yake kwa ajili ya hiyo. Na sisi Mudavadi na Weta ati ni brothers, ati ni twins. Umewahi kuona wapi wanasimamisha twins ati wote wanasimama rais? Umewahi kuona wapi? Sasa ndio hiyo. Na tumewaita na watatuambia, na kama hawatuambii wenyewe tutakuja kwa wananchi tuwaelezee na tuchukue namna. Inji hii sisi tulinde inji yetu. Ona Rwanda saa hizi vile inaumia. Mkawanyiko wa inji umeleta vifo mingi kwa mama na watoto. Tunataka Kenya iwe tulivu, na wale hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza agenda yenu ni nini, hadi tunataka kutoa William Ruto kwa power, na wana agenda. Ukiuliza William Ruto agenda yako ni nini, anasema SHA, watu wa Kenya wapate matibabu. Ukiuliza Ruto agenda yako ya pili ni nini, barabara ili wananchi wapite sawa sawa na masao yao. Ukiuliza William Ruto agenda yako ya tatu ni nini, anasema affordable housing. Na hao wanasema tunataka kumtoa kwa power. Unamtoa, na sisi tumeamua yeye anaenda miaka 10. Wangapi wanasema Ruto anaenda 2 terms? Yes. Na ni hivyo. Mimi kama chairman wenyu nawapenda, nataka kuwashukuru kwa kukuja na kwa kusikiza maombi. Leo kitabu mahubiri ambayo ilihubiriwa leo imelenga umoja ya jamii ya Western. Hiyo maombi ambayo mmesikia
kutoka kwake. Hiyo imelenga sisi, iliongea kuhusu sisi leo, na ni si yeye aliandika, ni Biblia. Yeye amesomea sisi, ile iliandikwa, sio yeye aliandika leo. So kujeni pamoja, utilane, hubalala, ili leadership hilo. Ruto ni yako hapa, huyu William hapa. Hata ukitembea ukienda, ukitaka, mimi nasikia njaa saa hii nikiwa hapa natembea naenda kukula lunch kwake. Huyu ni jirani, huyu ni mtoto wetu, huyu ni ndugu wetu. Mwafikirire huambane, mwafikirire huambane, hulialala ndio William Ruto nenye mbone. Bas, hiyo ndio ambayo tunataka. Mungu awabariki. Asante Your Excellency. Nataka nimalizie yangu nimlete gavana. Abandu banje mlemi, hebu tusalamie. Nataka nipeane ujumbe wetu, si ndio? Your Excellency, nataka nikushukuru. Nikiwa hapa nimekuja na mke wangu, ndio yule pale. Sawa sawa, nimekuja na dada zangu wako pale, na nimekuja na kijana yangu Castro yuko pale. Mubalamu, Your Excellency, sisi kama watu ya Lugari tumejaribu, porojo haijatusaidia. Tumejaribu siasa ya upinzani, haijatusaidia. Uongo ama ukweli? Hebu nione wale wanasema ni ukweli. Hao wananchi ukiwa Chekalini mwaka jana waliniambia nije kwako tufanye kazi kwa pamoja. So mwaya anduma mrio, nataka niangalie scorecard ya hiyo wakati mpaka sasa. Mimi kusonga tu karibu na wewe. Your Excellency, siku hiyo ulikuwa unaanzisha soko moja, lakini umenipa soko zingine mbili. Chekalini iko kwa Lindo, Panipepa Market inaendelea kujengwa, na Luandeti Market tender is in the final stage. Wakati huo umenipatia hapa, tumeoperationalize Technical Vocational Training College TTI Chevaywa. Your Excellency, tuition block was 70 million imetoka kwa ground. Mwaka huu uliniwekea 11 million, next financial year umeniwekea pesa yote kumaliza hiyo college. Hiyo college, Your Excellency, umenipatia kompyuta 50 Jitume Lab inafanya kazi. Ninangojea zile zingine 50 kwa sababu ulipeana amri tupee 100. Chevaywa TVC umenipatia hostel ya watoto 540. The tender is in the final stage. Huyo nani amefanya? Nani amefanya? Your Excellency, ulitupatia mradi wa stima kama county. Kakamega ilipata mradi ya kuongeza nyumba 8,000 kwa stima. Ilikuwa imezembea. Juzi juma lililopita tulikuwa kwako, ulikuamua kuanzia tarehe 20 wanaanza kuweka stima ikiingia kwa manyumba. Katika huo mradi nilipata transformer mpya 7. Your Excellency, mambo ya barabara, one of the most disadvantaged constituencies in Kenya, ile iliumia kwa mikono ya Wamunyoro, ile ilitengwa kikabila, inaitwa Lugari constituency. Nilikuja kwako tukazungumza, Your Excellency, ukatuwekea pesa ya lami Taribo, Makutano, mpaka Sekendu, mpaka Endebess. Nataka kushukuru. Lakini Your Excellency, unajua wananchi saa ingine
wanaweka mimi kwa kona. Rais alikuwa ametangaza, wewe umefanya ukarabati ama nini? Kwa nini haikuji? Ninajua leo utawaeleza waniamini. Your Excellency, umenipa barabara ingine, Majengo ECD inaenda mpaka Bahati, inatokea Lumakanda Diploma College. Nataka nishukuru. Hiyo tayari tenda imepeanwa, tunangojea contractor aje kwa site. Your Excellency, mimi nilisoma kwa hii shule mahali ulitua. I'm an old boy. Nilikuja kwako wakati dormitory iliungua. Ukapeana amri PS Hinga aniwekee hostel. I want to tell you, they have told me the second week of July, the contractor would be on site to build up a hostel for 400 students. I want to thank you. Your Excellency, wewe ukiwa naibu wa rais, ulisaidia Mheshimiwa Washali kuweka lami barabara huko na Mheshimiwa Wangwe. Inatoka Malaha inakuja mpaka na Baholo. Hiyo barabara inaishia mahali inaitwa Mbande, inapita mahali Maguguni. Upande yangu, Your Excellency, ni kilomita 14 peke yake. Ninalia kama mtoto yako. Ninalia baba yangu. Ninakuhakikishia baba yangu. Abandu banje, sumuni niambia akitupea hiyo sisi tunamaliza mambo yetu saa hii. Your Excellency, ukiwa Chekalini nikakutajia barabara ya kutoka Luandeti kwenda mpaka Makutano, kilomita 9.5 inaungana na hiyo barabara inatoka Tarbos Khendu. That is an artery road, very critical for the ward of Luandeti, ward of Chekalini and ward of Lugari. Baba, ulinituma kwa chiri, lakini leo sema neno tu na mimi nitapona. Nataka kushukuru Your Excellency, umenipatia afisa wazuri sana wa national government. I had a challenge here, security. I mentioned to you when you were in Chekalini, you sent me to the PS Omolo. I want to confirm, your records can say, beautiful DCC, hapa Matete. An acting DCC, mama mzuri. Ni vile tu sina uwezo. Ningekuwa na uwezo, huyo mama wa Lugari acting DCC, hapa Lugari wa mama wanafanya kazi vizuri sana hii angao. Angeangaliwa, I would be happy. Lakini shida nilio nayo, hii Matete is one of those young sub-counties. Kupitia kwa pesa ya CDF tumejenga one of the most modern police stations. Lakini DCC anakaa kwa maduka. OCBD na uniform anaamukia kwa duka. DCI hana hata mahali, anakaa pamoja. He cannot interview anybody. Ninaomba tu an administration, nimefanya ka estimate kidogo kama ile ulifungua pale Tarbo, jirani yangu, najua na wewe ni jirani. Kale ka Tarbo ni kama 50-60 million. Tunapata very good administration block for a young Matete. Your Excellency, hao watu naona wamekuja kwa wingi. Vijana wa boda wako na sako kubwa sana hapa. Boda muko hapa Lugari, tulipangana boda kila ward ina sako. Sasa tumeileta pamoja. Wamenipea ujumbe, nikuambie wako tayari ukuje wafanyie empowerment program. Wataki mambo ya boda ya loan. Wanataka wanunue wafanye biashara yao. Kalala Kario, hebu nione mkono ya wale watu ya boda.
This is one place where sikia boda wanasumbua mtu. Your Excellency, shida kubwa tumekuwa nayo kwa hii barabara, and I want to thank the OCBD. Wewe unajua, katikati ya Kipkaran na hapa Webuye tulikuwa tunapoteza watu wengi sana. It is accident prone. One problem, security wamemaliza. Kulikuwa na vijana walikuwa wanaangusha malori, they dealt with it very well. Lakini there is still, every month we are losing between 11 and 18 people. Nikuwa naomba kitu moja tu. A trauma center hapa Matete level 4 hospital. Isaidie hii watu, tukipata hii ajali tunasumbukana sana. Kurudisha mpaka Moi Rifaro. Ukitupatia trauma center hapa level 4 hospital, mambo yetu itakuwa ni nyue. Finally, Your Excellency, Kakamega ni kubwa, unajua kuna South, kuna Central na kuna North. Hii North ni Likuyani, Lugari na Malava. At one time, walikuwa watoto mtu moja. Until recently, they are being represented by one member of parliament. We are further. Na saa ingine, mambo inafanyika huko kwa senda, tunasaulika kidogo. Hii shule yangu, nilikuwa naomba iwe a STEM Center of Excellence. Na ni kitu moja tu sina. Ingine nimefanya na CDF. Mkono imefika hapo. I only need a twin lab. Hapa. Ukinipea hiyo, I will compete Alliance. I will compete Maseno. Abantu banje. Nataka niseme hivi. Your Excellency, niruhusu niseme kwa Kitachoni. Abantu banje mulembe. Omundu uwo mukhira nyanga yaka kuwesina. Alakuwa imbeba yosi sikarikario. Oba ye. Ulalo langina bagana ari papa ya kutifia chingombe. Muba muuliranga. Omwana w'omundu uyu watole esyenanga ikanga Nairobi yo. Mwani mwalo laka ila mutawe. Chikole chichefu chali chakwama. Abasiyere bano becha bandirire bari badenyange basi kaka ikana. Na chakwetangulo ikwakola na rambe chasikalirago. Undorire undererate pasi abasiyere bano. Abaye. Muba muulira. Ni mukwire makulu. Sumuyanja kwa yeto muzoliri uno. Sumuyanja kwa kenda naye. Sumuyanja kwa mukuralala. Sumuyanja kwa mubigango omwana wolubererara. Bamayi mwiyamire. Bapapa mwiyamire. Abijana mwiyamire. Engene no murebe uno. Nende wetangula. Nende koi waluke. Nende babunge bano bosi. Your Excellency, sisi tumepitisha azimio. One people, one election, one party. Sisi tunaenda 2027 na chama moja. Hii tumegawanywa mara mingi, tumerafuka wowe. Mjinga akiarafuka, Gavana Baraza kuja chukua usukani. Tumukaribishe gavana. Tumulete gavana. Tumulete gavana. Tumulete gavana. Asante sana Mheshimiwa 5G. Mheshimiwa Rais, mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo, Speaker wetu wa National Assembly, magavana wote ambao wamefika siku ya leo, itifaki zote zikizingatiwa. Bwana asifiwe. Mlembe Lugari. Mlembe wa mama. Mheshimiwa Rais,
Kwanza kabisa ningependa kutambua MCAs wetu wote ambao wamefika siku ya leo. Ningependa wasimame ili wapunge mkono. MCAs wetu, asanteni sana MCAs wetu. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ningependa kumpatia nafasi naibu wangu wa gavana ambaye ni kijana kutoka hapa Lugari, Mheshimiwa Ayub Savula, mtoto wa pasta. Karibu. Lugari oye! Lugari oye! Hebu nione wangapi amekaribisha rais hapa. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, Spika wetu Moses Masika Wetangula, viongozi wote wakiongozwa na Mheshimiwa gavana wetu, kanisa na wananchi wa hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rais, mimi sikujua leo hii nitaachiliwa na koti on Friday, na leo hii niwe na hapa tuombe pamoja. Si Mungu amefanya maajabu? Baada ya miaka 8, Rais, karibu hapa Lugari. Mimi nitakuwa tuna maneno mawili alafu nirudishie program governor aseme yale ya county. Jambo la kwanza ni kushukuru kanisa. Mumeongelea juu ya umoja, unity. Nataka kuhakikishia hapa Western, ule alikuwa mono yangu bunge, ule wa Munyoro, hata gawanya sisi Waluya. Sisi tutaungana nyuma ya Moses Wetangula na magavana wetu wakiongozwa na gavana baraza, na sisi 2027 tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe leo hii nataka kueleza ukweli, kwa sababu mimi nilipatizwa River Jordan. Wewe umesaidia hawa watu wa Lugari sana. Nikiwa muhula wangu wa kwanza 2013 nilikuja kwa ofisi yako, tukaanzisha Lugari Diploma Teachers Training College. Nikarudi kwako, ukanipatia certificate ya Chevayo wa TTI. Nikarudi kwako, ukanipatia Mautuma KMTC. Akiwa deputy president na akiwa rais, na yeye ni jirani, si atafanya mingi kushinda yeye? Nabii ameuliza. Kwa sababu ujirani wema lazima tusaidiane. And I can assure you, William Samoei Ruto is a deliver. And I want to tell you, watu wa Luya, mfungue macho. Proximity to power, karibu na maendeleo. Power, proximity to power. Kutoka tu hapa kwenda Sugoi ni karibu. Huyu ndio rais wa kwanza tangu 1964 yuko karibu na Waluya. Kenyatta alikuwa karibu na Waluya, si alikuwa Central. Alafu wa pili Moi alikuwa Baringo, huko mbali. Watatu Kibaki alikuwa Central. Waine alikuwa Uhuru, Central. Ule mwenye yuko karibu, jirani wa karibu, proximity to power ni nani? Ni nani? Tutasimama na Ruto. Hebu niulize watu wa Lugari, ugali yenye iko kwa meza na ile maji inachemushwa kwa jikoni, hata ujui hiyo maji inaenda kuosha mtoto, wewe huko tu unangojea ugali. Hii akina Munyoro wa Munyoro hii. Ugali iko kwa meza ni Ruto. Tukule ugali ya meza saa hii ama hapana? Sasa Ruto tuachia watu kitu, mimi nimewaozea kupatia kitu. Asanteni na Mungu awabariki. Haya, wamama hoye! Lugari hoye! Asante Mheshimiwa Rais. Niruhusu nimkaribishe Gavana wa Nairobi, ndugu yangu Sakaja. Karibu sana Mheshimiwa Gavana Sakaja. Haya. Klaji, viongozi wa kanisa, rais wetu na viongozi wote ambao wako hapa, abandu ba Lugari mirembe bosi, mwami isominywe, harambe, harambe, Kakamega, Bungoma, Busia, Trans Nzoia na Kanairo, Nairobi. Hii kuliana la wameacha Nairobi hapo nje. Ba Nairobi ni moja yetu, si ndio? Mimi leo na furaha sana kuwa hapa. Nimefurahi kuja kuwaona na kushirikiana na nyinyi. Watu wa Matete, Lugari,
mtabarikiwa sana. Vile mbunge wenu amefanya kuleta makanisa pamoja. Nasikia hapa tuko na Quakers, tuko na PEFA, tuko na Catholic, tuko na PAG, gani ingine? ADC, tuko na Waislamu, because vile General Superintendent Bishop Simon umesema, God commands a blessing. Anaamrisha baraka. Yani baraka kwa lazima mtabarikiwa. Mtabarikiwa. Na nataka tupigie mbunge wetu makofi pamoja na gavana wetu. Thank you for doing that. Mimi mwenyewe nasikia nimebarikiwa sana. Jambo la pili ni kuhimiza viongozi wenzangu. Vile Mheshimiwa Waluke amesema, let unity be our marching anthem. Mimi nimekaa karibu sana na Rais William Ruto, na nimeona vile watu wengine huja wakiwa wamejipanga na ile mambo wanapata kutoka kwake. If you're not on the negotiating table, you're on the menu. If you're not on the table, you're on the menu. Sisi hatutaki kuwa kwa menu. So our baba yetu Weta, tafadhali, pamoja na viongozi wetu, let us be strategic in that manner. Mimi nimefurahi for once Kenya mzima iko na rais ambaye anaangalia kila mahali. Mimi na ngojea ile barabara ya Rironi kufika Mau Summit, kwa sababu kila Christmas watu wetu wanalala kwa barabara. Rais wetu tunaomenda amenegotiate tupate ile 3 super highway itatuleta mpaka nyumbani. Sio ni jambo ya maana? And when we ask for that share, hatutaki share ya mtu mwingine. It is what is rightfully ours as people of Kenya. Never again will any part of this country be discriminated. Your Excellency, thank you for unifying our country. Asante kwa kukana baba Raila Amolo Odinga kuleta hiyo broad-based government, because that is where, you know, everybody has an opportunity. In this country we have more that unites us than what divides us. Sino kweli? Iko njaa ya Mluya tofauti na ya Mjaluo. Iko ukosefu ya maji ina affect wa Kalenjin na ya affect wa Kamba. The dream of the Luya is the same as the dream of the Kikuyu, of the Meru, of the Kalenjin. Kwa muda mrefu wanasiasa wametugawanyisha kwa msingi ya kikabila. Your Excellency, hiyo line ya unity, and thank you so much Bishop, that was, you know, very powerful. Hiyo njia ya umoja, ya uwiano, let us continue preaching unity. Na njia moja ya kupoteza amani ni matamshi yetu kama viongozi. Matamshi yetu kama viongozi. In the recent few weeks, mimi kama kiongozi nimeona aibu sana when I hear what some of our colleagues are saying. Na sasa tumeanza kurushiana maneno. That is not the country that we want. That is not where wengine wanasema vitu jamini hata hawezi kusikiza ukiwa na mtoto wako hapo. Let us watch our tongues. Let us bring our country together. Your Excellency, najua unajua kumekuwa na maneno kidogo Nairobi. Jana ile mambo ya yule kijana anaitwa Ojwang, nilimjua huyo kijana. Albert Ojwang alikuwa anafanya na timu yangu once in a while. Yesterday CCTV imetolewa from my hospital Mbagathi. There are many things we can do for the family. Tayari nimekaa na baba yake na bibi yake na mama yake. Hatuwezi mrudisha huyo kijana. Bibi yake nimempatia kazi Nairobi County. Hatuwezi rudisha huyo Albert. Baba yake tumemtafutia plot Homa Bay apate rental income generating. But hatuwezi mrudisha huyo kijana. What we want is justice. Haki itendeke. Haki itendeke. Na Your Excellency, nimefurahia tuliona kauli yako ambao ulitoa. Let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali, his body was cold. He had been dead for hours. I know you do not agree with the cover up. Kusikue na cover up. Haki itende? Wangapi wanataka haki itendeke kwa familia ya Ojwang? Na mimi naambia vijana wa Nairobi, kwa sababu juzi
walitoka kuandamana kwa amani, lakini kuna watu wanasiasa wakora ambao walituma vijana kuvunja vitu. Demonstrating for your rights is allowed, but we will not allow destruction of property again. Haitafanyika tena Nairobi, haitafanyika. Ukiona watu wanachoma magari, yani mtu umetoka umeenda town na gari yako inachomwa, that will not bring back our brother. Si ni kweli? Na hao wakora wanajulikana, excellency. Kuna wale wamenaswa kwa kamera, wamenaswa, picha zimepigwa wakivunja hizo dustbins, wakivunja kabro. Kuna barabara nimeweka brand new Victorian lights wanabeba. Please, they must be arrested na wafungwe, na uwe funzo kwa watu wengine. Public property belongs to the people of Kenya. Si ni kweli? So hata kama tunatetea haki zetu, kwa sababu katiba inasema you can demonstrate so long as you're peaceable and unarmed. Ukikiuka hiyo, this country must be a country of the rule of law. So wasijaribu tena, watanipata town. Si ni kweli? Tutakuwa hapo, tutachunga mali ya wananchi. Umefungua duka yako, umeinvest, watu wanaingia wanachukua vitu. That is criminal behavior, and those are criminals, and they will be treated as such. Lakini wale wanaandamana kwa amani will be protected. Hata maji tutawapatia kukunywa, tutawalinda na polisi, but we shall not allow criminal activity. Ya mwisho, watu wangu, abandu ba Matete, watu wangu wa Lugari, najua mimi nawapenda sana, na mtoto wenu ni governor wa Nairobi. So mimi ningependa kuwakaribisha, jameni. Sisa zingine mnakujanga Nairobi. Ukija Nairobi, mambo ni matatu. Sawa sawa? Ya kwanza, unapitia City Hall kwa ofisi yangu. Tuko pamoja? Ukipata niko busy kidogo, ya pili, ingia kwa hoteli yoyote. Yoyote. Harambee. Uingie kwa hoteli yoyote, uulize ugali, ingoho, sino hiyo, soda, na ukule. Ukiulizwa, useme kijana yako ndo amekutuma hapo Sakaja. Sawa sawa? Utasema nani amekutuma? Lakini ya tatu, ulipe bili yako wakati umemaliza. Mungu awabariki. Harambee! Harambee! Lugari, Bungoma, Busia, Vihiga, Trans Nzoia, Kakamega, Nairobi. Asante. Mheshimiwa Rais, ningependa kumkaribisha gavana jirani, Gavana Lusaka kutoka Bungoma. Karibu sana Gavana Kufuela. Basi asante sana mwenzangu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Speaker wetu wa National Assembly, viongozi wenzangu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Harambee! Harambee! Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga, Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais, mimi nimekuja hapa sio ati nimepotea ama nimekosa kanisa ya kuomba kule Bungoma ama sikuwa na kitu ya kufanya. Mheshimiwa Rais, nimekuja hapa kwa sababu ya umoja wetu, vile tumesema watu wa Western. Tutembee pamoja, tuombe pamoja. Na mimi mahali mambo ya Mungu iko ndio nakuanga hapo. Kwa sababu mimi ni mfupi lakini naona mbele. Mheshimiwa, nataka nikushukuru kwa niaba ya watu ya Bungoma. Na hata hapa Kakamega, Western yote ukitembea, unaona kwamba chakula mwaka huu iko bora. Mahindi iko bora. Kweli ama urongo? The crop is very good. Tukushukuru kwa sababu ya program yako ya fertilizer. Subsidized fertilizer, na hii fertilizer tumetumia mwaka huu is the correct fertilizer. Tutakuwa na chakula ya kutosha. Nikushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ya pili, nikushukuru, najua maeneo haya pia imekuwa ni maeneo ya
mambo ya sukari, sugar, reforms zile ambayo umefanya katika sugar industry, nataka nikupongeze. Kule Bungoma Nzoia, yule ambaye amekuja kuchukua kufanya leasing ya factory ameingia na tumeanza kuona mabadiliko. Mheshimiwa Rais, lazima nikushukuru. Ile imebaki tu kidogo ni ile balance ya wakulima ambayo najua serikali inashughulikia kuwalipa, ili huyu akichukua pia wakulima, wafanyikazi na kila mtu aweze kufurahia. Jana tayari wamechukua over Nzoia FC ambayo ilikuwa ina collapse, sasa inaenda kurudi kwenye league. Na hiyo ndio maendeleo ambayo tumeanza kuona katika sugar sector. Your Excellency, pia nataka nikushukuru kwa sababu kama Bungoma County tumepata level 6 hospital ambayo inaenda kuwa sponsored na ADB na serikali yako. Mheshimiwa, tunakushukuru kwa sababu yale magonjwa ambayo imekuwa ikisumbua watu wetu kule Bungoma na Western kwa jumla, sasa itakuwa sorted out kule kwetu Bungoma. Nikushukuru pia Mheshimiwa Rais kwamba tayari tumeona contractors wamerudi kwa zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama. Hasa ile barabara ya Misiku kwenda na Itiri ambayo ilikuwa imekwama, the contractor is back on site. Tunataka tukushukuru sana kwa hiyo kazi ambayo utaendelea kutufanyia, na sisi tutasimama pamoja. Mheshimiwa Rais, hakuna mtu anaenda kwa siasa kwenda kwa upinzani. Unajipata kwa upinzani kwa bahati mbaya. Na mwendo gombea winyola ngazo miuka no kwa mwiro no anja kuparo rwa mwiro orien. Kila mtu anataka kuwa mahali serikali iko. Mmesikia mambo Mheshimiwa Nabii amesema ambayo mlichagua hapa, the benefits ambayo amepata kwa kuwa kwa serikali. Na ndio mimi nimekuwa hapo. Inzi lazima akufe, lakini nategemea unakufa namna gani. Ile inzi iko na akili inakufia kwa maziwa, ile inzi njinga inakufia kwa choo. Mimi siwezi kufia kwa choo, mimi nakufia kwa maziwa. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, mama mko hapa si ndio? Ukitengeneza chapati unawekanga upande moja ama unapindua? Nyeve chapati ita. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais amefanya upande moja 5 years, tupindue 5 years iwe chapati ambayo inaweza kukulika. Kweli au rongo? Hebu nione wale wanasema tutapatia Mheshimiwa Rais. Na tuko kwa kanisa tumeinua mkono, Mungu ametuona. Asanteni sana, mubarikiwe. Wapi makofi ya Governor Lusaka? Asante sana. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, mimi nachukua fursa hii kukushukuru vile umetenga muda wako kwa mgeni wetu wa heshima katika ibada takatifu ya watu wa Lugari na maeneo la Lugari, kwa sababu ibada hii imekuwa ibada ya kufana sana. Nashukuru sana General Superintendent wetu Bishop Simon, mambo ambayo umetenda hapa siku ya leo na kunena hapa, umetilia mkazo na Biblia imetilia mkazo umuhimu wa umoja wetu. Na Biblia imesema vema ya kwamba tukiwa na umoja inampendeza Mungu. Nashukuru sana Bishop wetu, umetupatia changamoto kama watu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba umoja wetu ni jambo muhimu sana ambalo linampendeza Mungu. Na mimi niko na imani ya kwamba sisi kama viongozi wa mkoa wa Magharibi tutatembea pamoja kwa serikali yako ya mapana na marefu. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana watu wa Lugari kwa sababu walichagua mbunge ambaye ako na maono. Mbunge ambaye anajulikana kama 5G, ndugu yangu, rafiki yangu Nabii Nabwera. Mambo ambayo umefanya hapa siku ya leo Mheshimiwa Nabii, mimi nakupa heko kwa sababu umeleta wanalugari wote hapa, madhehebu yote yameunganika hapa, na hiyo ni juhudi ya kuhakikisha kwamba sisi kama wanakakamega tuko na umoja dhabiti. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2022 nilikuwa mstari wa mbele, na mimi nilikuwa nimeona mbele Mheshimiwa Rais, kwa sababu mambo ya ushirikiano tulianza immediately after the 2022 elections,
kwa sababu sisi kama viongozi, wajibu wetu muhimu ni mambo ya maendeleo. Ziara ya rais ya kwanza Kakamega ilikuwa tarehe 5 mwezi wa Disemba mwaka wa 2022. Na juhudi ambayo Mheshimiwa Rais alikuja hapa, na mimi nashukuru sana vile nilikuelezea mambo ya hospitali yetu ya rufaa ya Kakamega level 6. Hivi sasa tumeona moshi mweupe, kwa sababu vile ulinielekeza Mheshimiwa Rais, tumekuwa na mkutano na waziri wako wa defense Mheshimiwa Soipan, na serikali kuu itaweka milioni 500 na serikali ya ugatuzi itaweka shilingi milioni 300 pale, ili project yetu ya rufaa ya Kakamega iweze kukamilika. Na usalio Mheshimiwa Rais ikikamilika, itatupatia nafasi ya kuajiri vijana 3,000. Hayo ni maendeleo ambayo tunataka kuona mbele. Mheshimiwa Rais, vile pia nilikueleza hapa Kakamega, Kakamega is the cathedral of football in Western region. Tukaelezana vyema ya kwamba Buhungu International Stadium lazima iwe mojawapo ya viwanda ambazo zitasaidia vile tunajaribu kuandaa michuano ya African Cup of Nations 2027. Na kushukuru sana kwa ushirikiano ambao tuko nao. Tumekuwa pia na mkutano na waziri wako wa michezo Mheshimiwa Mvurya. Serikali kuu itaweka pale pesa, na pia serikali ya ugatuzi pia tunaweka pale shilingi milioni 700 ili tukamilishe uwanja wetu wa Buhungu Stadium. Hapo Mheshimiwa Rais tunasema asante. Mheshimiwa Rais, hapa Kakamega tumetilia mkazo sana mambo ya SHA registration. Wale ambao walikuwa wanaleta vita na siasa ya chuki ya kwamba SHA haifanyi kazi, I want to assure you ya kwamba SHA inafanya kazi. Na hivi leo vile tuko hapa Mheshimiwa Rais, tumepangana na madaktari wetu wa nyanjani, wanaendeleza usajilishaji wa SHA. Registration ya SHA inaendelea. Ningependa kuambia watu wangu wa Lugari na Kakamega kwa ujumla ya kwamba tuendelee kujisajili kwa mfumo wa Taifa Care ili tuweze kufanikisha shughuli ya afya hapa Kakamega na nchi nzima. Katika orodha ya wale ambao wamefanya vema sana kwa SHA, Mheshimiwa Rais, Kakamega tuko pale. Hivi sasa tumesajili watu 1713. Niko na mpango wa Rapid Results Initiative wa kuhakikisha mwisho wa mwezi wa 7 tumefika 1 million people registered under SHA. Na mfumo huo unatusaidia pakubwa. Pia nakushukuru Mheshimiwa Rais, tuliongea na waziri wako wa afya Mheshimiwa Duale, na amesema ya kwamba Kakamega itakuwa the center of cancer in Western region. Cancer center itakuwa pale katika hospitali yetu ya rufaa. Mimi nakushukuru. Nakushukuru kwa miradi zote, mambo ya affordable housing. Tuko na nafasi pale town Mheshimiwa Rais. Tuko na prison yetu pale, GK prison. They are occupying a prime location in the city center pale Kakamega. Na nakuomba Mheshimiwa Rais, ikiwezekana ile location yetu ya magereza tupeleke kule Shikusa, na hiyo nafasi karibu ekari 20 tujenge nyumba za kisasa pale Kakamega, and that is how we are going to transform the economy of Kakamega. Mwisho kabisa, sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi nataka kuhakikishia kwamba tunaunga mkono serikali ya mapana na marefu ambayo ni broad based government. Tunaunga mkono ule mkataba ambao ulitia sahihi na kinara wetu Raila Amolo Odinga. Kwa sababu kutokana na mkataba huo ndipo tunaona maendeleo hapa.
mambo ya shares ambayo ilikuwa imetugandamiza hapa, sasa tunaona maendeleo. Na sisi kama governors kutoka mkoa huu tumeamua kwa kauli moja ya kwamba tunaenda kukuunga mkono kwa sababu uko na maono na maendeleo ambayo natuletea hapa. Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi tutarudisha mkono. Wacha nione watu wa Lugari ambao watasupport William Ruto. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, mimi nashukuru msimamo wako ambao umechukua kutokana na kifo cha yule kijana anaitwa Albert Ojwang, na sisi kama viongozi tunasema lazima haki itendeke. We don't want any sacred cows, kwa sababu unafanya mambo mema sana, unashughulika na kuunganisha Wakenya wote, na wale ambao wanajaribu kuturudisha nyuma kwa ukatili, lazima sheria ichukue mkondo wake. Mwisho kabisa, tunakushukuru Mheshimiwa Rais, na pia tunaendelea kukukaribisha hapa Kakamega, na mimi nataka kuhakikishia Kakamega is locked in broad-based government. Na yule ambaye unakufuli Mheshimiwa Rais na ufunguo is none other than Mheshimiwa Fernandes Baraza Italanyi. Mwisho, tuko na dada yetu hapa ambaye ni waziri wa environment. Nachukua fursa hii kumkaribisha Debora Barasa ambaye dada yetu aweze kuongelesha wana Lugari. Karibu sana waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Speaker National Assembly, Governors, MPs, na watu wa nyumbani, mlembe. Mlembe. Asanteni sana. Harambe. Asante. Kwanza ningependa kushukuru Pastor Billy aliongea leo maneno ya sisi kuwa kitu kimoja. Ni muhimu sana sisi kama Western Community tukue kitu kimoja. Kwanza nilikuwa Ministry of Health, nikasonga Ministry of Environment. Na Mheshimiwa Rais, ningependa kukushukuru sana. Zamani watu wetu walikuwa wanaenda njia yote mpaka Moi Teaching Referral ndio wapate huduma ya afya. Lakini saa hizi ona tumepata Kakamega Hospital na Bungoma Teaching Research and Referral Hospital. Na juu yake ukatupatia Center of Excellence ya Cancer. Kweli sasa tunaona maendeleo. Na sasa tu pia maneno ya environment umetusaidia sana, mambo ya wetlands restoration upande huu, mambo ya floka tumefurahia. Kakamega Governor mumekuwa number 1 na pesa ingine inaongezeka, na pia mambo ya gold mining. Na sasa tunashukuru sana kwa leadership na vile tunaona maendeleo katika upande huu wa Western Community. Na sasa tu vitu 3 ambayo ninaomba, kwa sababu mimi sijakaa muda mrefu kama waziri, lakini nikiona hii maendeleo nataka tu kuambia wakubwa wetu, viongozi wetu, ikianzia na Speaker wa National Assembly, Prime Cabinet Secretary na Waziri Oparanya, tafadhali tuungane, muungane ndiposa tupate kura, tuweke kura zetu zote kwa kikapu kimoja. Alafu hivyo ndio tutana negotiating table vile governor amesema, tuweze kupata viti vya juu, ndipo tulete maendeleo hapa Western Community kama mapande zingine zote. Asanteni sana. Harambe! Harambe! Bungoma, Busia, Vihiga, Trans Nzoia, Nairobi na Kakamega. Mheshimiwa Rais, tunataka kukushukuru na kuhakikishia kwamba leo the Lugari Declaration tumesema kwa kauli moja kwamba tuko pamoja na wewe na tunaunga serikali yako, na tunaenda kutembea na wewe mwaka 2027 ili tuhakikishe ya kwamba unaenda 10 bila break. Wacha nione wale ambao wananiunga mkono. Asante. Mheshimiwa Rais, nachukua fursa hii kukaribisha ndugu yetu mkubwa ambaye ni Speaker
of the National Assembly, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Karibu Bwana Spika. Asante sana Mheshimiwa Governor. Vale vefwe valugari mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mulimoyo. Asante sana. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, waheshimiwa magovernors na wabunge, mama waziri na waheshimiwa MCS, waheshimiwa wananchi na viongozi wetu wa dini. Leo tumekuja hapa Kivaiwa kwa maombi. Tumekuja kuomba kwa sababu taifa ambayo inamuja Mungu inakuwa taifa ya amani. Tumefurahi sana Bishop Simon kwa mahubiri yako, kwa masomo ya Biblia. Wamesema unity is not just good, it is also pleasant. Inakuletea furaha, ni mzuri tukiwa pamoja. Na mmesikia wenzangu wamesema huli halala. And this must be the clarion call ya sisi zote. Na tukisema umoja wetu kama jamii za mkoa wa Western wa Magharibi, sio umoja wa kutengana na wengine. It is the building blocks for the unity of our country. Tukisimama pamoja, sehemu zingine zikisimama pamoja, Kenya itasimama pamoja. Na hivyo ndivyo tunataka. Kwa sababu sisi kama viongozi lazima kila mahali tumuige mfano wa rais wetu. Mheshimiwa Rais, unakumbuka baada ya kuchaguliwa, hata kabla ya kuapishwa ofisi, mahali pa kutembelea kwanza ilikuwa ni kuja mkoa huu. Ulikuja Bungoma kwa maombi kabla kuapishwa. Tukaomba Mungu akupe hekima, akupe afya mzuri na uendelee kuleta nchi yetu pamoja. Wakati ule baada ya kura tulikuwa na taharuki hapa na pale. Kawaida kura ikiisha kila mtu anasema maneno yake. Lakini wewe umetembea Kenya mzima. There is no president who has gone the length and breadth of Kenya than President William Samoei Ruto. Na hizo safari ni za kuleta watu pamoja. Ukienda Ikulu kuna delegation, kama si wabunge wa hapa Western, kuna wabunge wa Eastern, kuna wabunge wa Mlima Kenya, kuna wabunge wa Pwani, kuna wabunge wa Northeastern, kuna wabunge wa Nyanza, kuna wabunge wanaenda kutoka kila mahali. Yeye kuwasikiza, kwa sababu hiyo ndiyo kazi ya kiongozi, na kutatua matatizo inayokumba nchi yetu. That is what leadership is all about. Na sisi tunataka kukuunga mkono kwa sababu peace in our country is not an option. Kupendana in our country is not an option. Tunataka kuona Wakenya kila mahali. And you have taken the lead. Where it requires condemnation and action, you have done so. Where it requires accolades and congratulations, you have done so. Na Wakenya tunatembea pamoja, tukiungana, tukijua nchi yetu inatuhitaji sisi zote. Mheshimiwa Rais, miezi michache iliyopita Mheshimiwa Nabwera alinialika hapa. Kama isene chano tukafanya harambe ya kununua basi. Hata wewe ulinipa mchango yako nikawaletea. Na wakaomba, wakasema ukirudi ambia Rais akipata nafasi aje atutembelee. And this is the opportunity you have come.
Umeyasikia yale wabunge wetu wamesema, hasa mbunge wetu wa hapa, na sisi kama region tukishirikiana na region zingine, we must appreciate the interventions that you are making in every sphere of our economy. Mambo ya kuboresha viwanda za sukari, mambo ya kusukuma gurudumu ya kupanda kahawa. Tumekuwa na Mheshimiwa Oparanya siku ya Ijumaa na jana, na anahubiri ya kwamba lazima wananchi, ukiwa na shamba weka kahawa kidogo, ukiwa na miwa hapa, ukiwa na mahindi yako, ili uwe na income generating activities mbalimbali, uweke pesa mfukoni. Tumekuwa na Oparanya Huisero, tumekuwa na Oparanya pale Matungu. Jana tumekuwa kule Sirisia. Leo tungekuwa hapa na yeye, lakini ameenda Ujerumani kwa kazi ya serikali. Mheshimiwa Mudavadi ako China kwa mkutano ambao anawakilisha rais wetu wa nchi za Afrika zote zikiungana na China. Na Mheshimiwa Rais, I was very pleased to see and hear what is coming from China, given what has been going on the global stage. Kwa sababu China imesema from now on, all imports from Africa are quota free, duty free. Sasa mali yetu yote ikielekea China. Na mnajua wa China ni watu 1,100,000,000. Sasa hata tukipeleka mazao yetu yote huko haiwatoshi. Na wamesema tukipeleka hakuna vizuizi, itaingia, hakuna ushuru watatuwekea. That is extremely good for our economy. Ndio tuendelee kuzalisha mali, tukipeleka, tukileta pesa kujenga nchi yetu. Jambo lingine Mheshimiwa Rais, na mimi nimekuambia a few times kwa ushauri, kwamba one of your enduring legacies will be to open up this super highway A104, ikifika huko ni A8, kutoka kule Rironi wachape dual carriage mpaka Malaba. Ipanue hii barabara vile tumepanga, leni tatu, hata kwenda Nairobi itakuwa rahisi ukienda kwa barabara. Sheneza za kubeba mizigo kutoka Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo na kwingine itakuwa rahisi, uchumi itaongezeka. Hizi barabara zote zenye zimetajwa, wananchi, is to open up our region not for easy movement of ourselves but goods and services as well. Kama uko na mali hapa ukitaka kuuza Kitale, huhitaji kusunguka round mpaka Webuye, unakatia tu hapo Lugari, unaingia Sihendu, uko Kitale na kwingine. Hizo ndizo vitu tunataka kubadilisha nchi yetu na maisha ya wananchi. Kawaida huwezi kukosa wale wanatukosoa. Na mimi niliambia rais wakati wa National Prayer Breakfast, Biblia inasema no weapon formed against you will prosper. It doesn't say no weapon will be formed against you. But when that weapon is formed, it will not prosper. So tukiendelea na kazi, tusiogope criticism. Hiyo itakuweko. Hata mtoto wa Mungu Yesu, wale 12 alichagua, mmoja alikaa hapa akakula naye kwa sahani moja, kutoka nje shilingi 12 ikatoka. Maisha ni hivyo. Sasa wananchi wetu, vile mumeambiwa, lazima tuwe kitu kimoja. Lazima tushirikiane. Being together yesterday and day before is not an accident. Tunakuja pamoja. And we want to make sure that the legacy that we want to leave to our people is a united people. Mambo yetu ya kusema Haragoli, Habukusu, Hakabarasi, Hatachoni, Hakezuha, Hanini, hiyo mambo ikome. Ikome kabisa.
You must be each other's keeper. Na ndio nawashukuru hawa wabunge wetu Waluke na Nabwera na Bisau ambao wanaongoza wenzao katika caucus ya wabunge wao. Wanakaa pamoja, wanazungumza pamoja, na message yao ni kuungana pamoja. Nataka kuwaomba nyinyi Waluke na timu yenu mkascade down, muwe na mikutano na ma-MCAs wetu pia, mkiwaambia umuhimu wa kuwa pamoja. Kama ni MCA wa hapa, wa Bungoma, wa Trans Nzoia, wa Busia, wa Vihiga, bring them together as grassroots leaders. Mkaskedi muongee na hao watu wetu wa dini, kwa sababu every Sunday they have an opportunity to pass a message to the people who go to pray. Pray and give a message of hope, a message of peace, a message of unity. Because we live because of hope. Every time you go to sleep, you have hope that you'll wake up tomorrow. Every time you leave your house, you have hope that you'll come back. Every time you go to hunt for food, you have hope that you'll get something for your family. Kila mtu analala na kukaa kwa sababu ya hope in life. Kwa hivyo sitaki kusema maneno mingi, nataka pia kutambua viongozi wetu ambao walikuweko hapo mbeleni. Niliona Mheshimiwa Washali, sijui kama wengine wako. Tafadhali msimame, muwe acknowledge there any of our previous leaders. You are not in the past, you are yesterday and you'll be tomorrow. Mheshimiwa Kimose, stand up and be acknowledged. When you are called to speak, you had stepped out. We welcome you. And all the leaders sitting behind us here, we welcome you to this event and we thank you. Mheshimiwa Rais, wewe ni jirani wetu. Endelea kutembea hapa. Hata wale ambao tulipiga kura tofauti, now you can hear the clarion call that we are all united as a big, happy family of the people of this region, together as one with the rest of Kenyans to ensure peace, unity, tranquility, and above all, development for our people. Asante sana. Sasa na wauliza, tusimame tumkaribishe Rais ili aweze kuwahutubia na kuwapa mawaidha yake kwenu na kwa nchi yetu. Karibu Mheshimiwa Rais. Mwikulu bembanga haleluya, 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 haleluya. Ulizana wimba haleluya, 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 Aya. Asanteni sana, tunaweza kuketi chini. Baba wetu Askofu Simon Belengo na maaskofu wale wengine wote, wachungaji, mapasta, mashek, viongozi wetu wote wa dini, ndugu viongozi wakiongozwa na spika wetu wa bunge, mawaziri, magavana wetu wa bunge pamoja na wabunge wa county, ndugu wa Kristo wa hapa Chevaiwa, Matete, Lugari, Kakamega. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Mulembe. Mulibalamu.
musangalile muli mwoyo mwami Yesu isomi ywe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee tufike hapa Kakamega siku ya leo. Nimshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Nabii Nabwera, mbunge wenu wa hapa Lugari, kupanga ili tupate nafasi hii kukutana na wananchi wa hapa na vile vile kuwa na ibada hii ya maalum ya kuombea taifa letu, umoja wetu na maendeleo ya taifa letu la Kenya, ikiwemo amani katika taifa letu la Kenya. Mimi nasema asante sana kwa wale wote mliohusika ili tuweze kupata ibada hii ya maalum. Mimi nimefurahi sana. Nilikuwa hapa wakati mmoja, nimefurahi kurudi tena. Na mkinialika nitarudi tena. Si ndio? Na mnipangeko kidogo. Ama namna gani? Mimi nataka niseme hivi. Kwanza niseme asante sana kwa watu wa Kakamega, watu wa Western, kwa ushirika wenu na umoja wenu na vile tunafanya kazi kwa pamoja. Mimi nasema asante sana kama kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu. Nasema asante sana kwa ile umoja. Mimi ninaona askofu wetu ametunenea neno la Mungu na akasema umuhimu wa amani na umoja. Amesema katika Zaburi 133 mahali alitusomea kwamba how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Yani mandugu wakiishi pamoja kwa umoja. Na amesema mstari wa 3 kwamba katika umoja wa wananchi wa taifa pale Mungu anaamurisha baraka. So tumeshukuru sana askofu. Na mimi nasema shukurani kwa sababu mliponipatia nafasi hii ya kuwa kiongozi wa taifa la Kenya. Niko na majukumu mawili ya muhimu. Ya kwanza ni kuunganisha taifa letu la Kenya, kuondoa mipaka ya dini, ya kabila, ya sehemu, ya maeneo, ya mirengo, ndio taifa letu liwe taifa moja. Kwa sababu vile askofu ametueleza, hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu, umoja. Na ndio sababu watu wengi wananiuliza maswali. Mbona umeunda serikali ya broad based? Mbona umelete wale ambao hawakutupigia kura ndani ya serikali? Mbona umelete wale ambao walikuwa wapinzani ndani ya serikali? Askofu, umenisaidia kuwajibu. Neno la Mungu linasema ni vyema watu wakiishi kwa pamoja, kwa sababu katika umoja huo Mungu atatuletea baraka. Ama namna gani Kakamega? Asante sana askofu kwa kunisaidia kujibu watu wa jeuri wengine wananiuliza maswali. Na ndio sababu hiyo mnajua tulikuwa na mirengo tofauti tofauti. Hata na huyu mbunge wenu alikuwa mpinzani wangu wa mambo makali. Si ndio? Lakini Mungu ni nani jameni? Tumesema ya kwamba kwa sababu ni vyema sisi kama wananchi wa taifa la Kenya, ili tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele, ni vizuri tufanye kazi kwa umoja pamoja. Na nataka nimshukuru ndugu yangu Nabii na wale viongozi wengine wote ambao tumekubaliana na tumeamua. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga wakati tulikubaliana tuunganishe taifa letu la Kenya
viongozi wengine wote wakakubaliana na sisi. Mimi nasema asante sana, na mimi nitahakikisha, Mungu akinijalia, ya kwamba tunaondoa hizi mipaka ambazo zinatugawanya. Tunaambiwa ya kwamba umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Kwa hivyo tukitengana we become weak, lakini tukiungana tunakuwa na nguvu, tunaweza kusukuma mambo yale yatakayobadilisha taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa Kakamega, mimi nawauliza, katika harakati hii ya kuunganisha taifa letu la Kenya, naomba usaidizi wenu, naomba umoja wenu. Mnakubali tuungane jameni? Ndio tufanye kazi kwa pamoja? Hebu nione wanasema tuungane tufanye kazi kwa pamoja. Basi, asanteni sana. Jambo la pili ambayo niko na majukumu mlionipatia kama kiongozi wa taifa hii ni maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu ndio kiini, ndio sababu ya kuwa na serikali. Kazi ya serikali ni kupanga vile maisha ya wananchi itabadilika, miradi ya maendeleo itapatikana, na Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele. Tuondoe umaskini, tuondoe njaa, tuondoe ujinga, tujenge taifa ambayo inatufaa sisi zote. That is my second assignment ambayo mmenipatia kama kiongozi wa taifa hii. Na hiyo vile vile nawaeleza nitafanya na bidii, na nitawaeleza kwa kifupi mahali hiyo kazi mlionipatia ama assignment mlionipatia imefika. Si ndio? Kwanza mliniambia ya kwamba mnataka tuzalishe chakula ya kutosha. Mnataka tuhakikishe ya kwamba kilimo inashughulikiwa ndio itusaidie kutupatia chakula na iweke pesa kwa mifuko ya wananchi wakulima wengi. Mlisema hamkusema bwana? Na ndio sababu hiyo nikasema mahali pa kuanzia kuongeza chakula katika taifa letu la Kenya ili tuweze kuondoa njaa ni kuhakikisha kwamba tuna support wakulima. Na ndio sababu tukapunguza kama serikali gharama ya mbolea, tukahakikisha kuna mbegu ya kutosha ambayo imefanyiwa utafiti, na sababu hiyo ndio mnaona kilimo Kenya imebadilika. Magunia ya mahindi tuliozalisha 2022 ilikuwa 44 million. Magunia ya mahindi tuliozalisha mwaka uliopita ilikuwa 64 million. Nyinyi wenyewe mmesema na mnajionea kule mashambani, kwa mapenzi ya Mungu tuko na mvua ya kutosha, mmetumia mbolea ya kutosha. Mwaka huu makadirio yetu ni kwamba tutapata mahindi magunia milioni 75. So mambo ya kilimo inasonga mbele. Niliwaeleza vile vile kilimo ya chai tumeweka mpango mzuri, tunafanya kazi na KTDA, tumewasaidia kupunguza gharama ya mbolea. Ile mapato imepatikana kwa kilimo ya chai imeongezeka from 138 billion mpaka mwaka huu tulipata 215 billion. Nilikuja hapa Kakamega na nikawaeleza ya kwamba hii kilimo ya miwa ndio imelete matatizo makubwa na kuongeza mambo ya umaskini sehemu hii ya Western Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ilikuwa inasimamiwa vibaya. Watu wachache walikuwa wanafaidika. Mwananchi anapeleka miwa yake, anangojea miezi 6 hajalipwa. Ule mfanyikazi wa kampuni hajalipwa. Mwisho ni pesa ya serikali tunatafuta kuja kulipa mkulima ambaye hakulete miwa kwa serikali. Tunakuja kumlipa mfanyikazi ambaye hafanyi kazi kwa serikali. Hiyo ni ujinga ama si ujinga? Ni ujinga mkubwa sana. Sasa nikuulize wewe, mtu hajakufanyia kazi, unamlipa mshahara kwa njia gani? Na ndio nikasema mambo ni mangapi? Nilisema mambo ni matatu. Nilisema. Si ndio? Na wale wakora wote, sasa wale wajuaji walikuwa hapo. Sasa wameingia kwa laini namna hii. Hapa Mumias mahali ilikuwa miwa hailipwi, sasa miwa inalipwa kwa majira. Wafanyikazi wa Mumias hamujasikia kwamba hawajalipwa, wanalipwa ifika tarehe 25, 27 wanalipwa.
Nilikuja hapa kupatiana bonus, na hiyo ilikuwa kidogo. Mimi narudi hapa Disemba hapo Mumias kupatiana bonus mara 2 ile tulipatiana Januari mwaka huu. Hiyo maneno nimepeleka Nzoia. Kulikuwa na wajeuri sana kule. Nimepeleka hiyo maneno Mohoroni. Nimepeleka hiyo maneno Chemelil. Mpaka imefika Soni. Hiyo mahali yote tumewafukuza wakora, tumewaondoa matapeli, na nimesema ya kwamba ile leasing program iko pale. Number 1, mkulima alipwe 10 days. Akipeleka miwa yake siku 10 awe amepata pesa yake. Mfanyikazi alipwe kama wafanyikazi wengine. Na Disemba vile vile mimi nakuja Nzoia kupatiana bonus. Mimi nitaenda Chemelil, mimi nitaenda Mohoroni, mimi nitaenda Soni. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kilimo ya miwa haileti umaskini, inaleta utajiri katika sehemu hii. Kwa yale mambo machache tumefanya, just by reorganizing in the last 2 years, tumemalizia hapa kupanga tu maneno hapa Mumias, na watu kujua ya kwamba hakuna mchezo. Mapato ya kilimo ya miwa imetoka bilioni 50. Mwaka huu tumepata mapato ya bilioni 90. My program ni kuhakikisha ya kwamba ile pesa tunapata kutoka miwa iwe sawasawa na ile pesa tunapata kutoka chai. Saa hizi tunapata kutoka chai bilioni 215. Hapa kwa miwa tulikuwa 50 billion. Sasa tumefika 90. My program is to make sure in the next 2 to 3 years we will be getting as much from tea as we are getting from sugarcane, ili tuondoe umaskini. Kwa sababu kama kilimo haileti pesa kwa mfuko ya mkulima, inaleta umaskini. Tumeelewana jameni? So vile vile nimemweleza Waziri Oparanya, mbali na hii maneno ya miwa, pia tuko na kilimo ya kahawa ambayo tayari nimeirekebisha. Wakulima wa kahawa walikuwa wanapata shilingi 60 kwa kilo moja. Mwaka huu wamepata 130, 140, 150 kwa kilo moja. Ni mnanielewa? Uliza wale watu wa kahawa. Na ndio nimesema mbali na nyinyi kuwa wakulima wa mahindi, hiyo ni ya tumbo, tuwe na kilimo ya miwa ya kuweka mfuko pesa, na tuongeze ya kahawa ya kuweka mfuko pesa. Nyinyi watu wa Kakamega mko tayari? Na mimi nishapatiana pesa milioni 500 kwa Waziri Oparanya anunue seedlings, ndio tupatie wakulima hasa wa sehemu hii ya Western, kwa sababu ilichelewa siku nyingi, na ndio mambo ya uchumi sehemu hii bado iko chini, because we do not have enough cash crops ambayo wakulima watatumia kuinua uchumi wao. That is my commitment, na hiyo kazi inaendelea. Na vile niliambia watu wa Mumias, lazima turekebishe this whole sector. Hiyo ni kazi yangu ya kwanza. Muliniambia nirekebishe kilimo, ama Mungu niambia? Mnaona ile kazi imefanyika kwa kilimo? Na bado wale tuko na wajuaji wadogo pale wako na kizirani kidogo, lakini watakutana na mimi. Jambo la pili, muliniambia elimu ni ya muhimu, na mnataka kila mtoto wa Kenya apate elimu sawasawa na mtoto wa Mkenya mwenzake. Tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watoto ama walimu wachache. Tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya university. Ilikuwa inafungwa kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutosha. Nikatengeneza jopo ya kutupangia vile tutarekebisha sekta hiyo. Nyinyi mnaelewa
Sasa tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa kilimo. Number 1, ile pengo tulikuwa nayo ya walimu, tumeajiri walimu 76,000 wapya. Nimeweka kwa budget hii pesa ingine shilingi bilioni 2.5 ya kuajiri walimu wengine 24,000. Mimi nataka kujaza walimu 100,000 by Januari. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni, jameni, akutane na mwalimu, kila mtoto apate elimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, tukasema tuweke funding model mpya ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi sawa ya kusoma. Na ndio sababu tumeweka a student centered funding model ambayo itahakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanalipiwa scholarship na serikali 90%. Mzazi alipe tu 10%. Mtoto kama wangu na huyu Nabii, sisi tutapatiwa scholarship ya 40%. Kwa sababu sisi tuko na pesa kidogo na mshahara, si ndio? Mama mboga tumlipie 90%, huyu na bwera apate 40%. Ama mnataka tuendelee namna gani? Si namna hiyo? So that tuweke usawa, kila mtoto wa Mkenya apate nafasi ya kusoma. Vile vile tumerekebisha maneno katika university. Sasa ile university ilikuwa na matatizo, tumerekebisha. So muliniambia nirekebishe mambo ya kilimo, na ndio nimefanya. Na ilikuwa sio kazi rahisi. Simulisikia iko makelele mingi. Kwa sababu unajua kurekebisha kitu iko na watu wamezoea maneno hapo katikati, lazima upite na hawa kidogo ndio mambo iende sawa sawa. Ama niaje jameni? Vile vile muliniambia ya kwamba tunataka pia tupange mambo ya afya. Na niliwaeleza ya kwamba wananchi wengi bado wanaingia kwa umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Mtu anaenda hospitali, bili inakuja 100,000, 1,500, 2,000,000, anauza mbuzi, anauza kuku, anauza shamba ili kulipa bili ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Na ndio nikasema lazima tuwe na mfumo mpya ambayo itawasawazisha yule wa chini na yule wa juu wawe sawa. Tuweze sisi wote kwenda hospitali tupate matibabu, na kila mtu aende nyumbani bila ya kuuza ng'ombe yake ama kuuza kuku yake ama kuuza mbuzi yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Na ndio sababu tumetengeneza hii UHC, Universal Health Coverage, Taifa Care kwa SHA. Na mimi nafurahi ya kwamba katika hii mpango for the first time Wakenya 4.5 wametibiwa na kulipiwa na SHA. Tumelipa 41 billion kwa kulipa gharama ya matibabu ya Wakenya. Hapa Kakamega, nataka nimshukuru gavana wenu, kwa sababu Kakamega hata ingawaje hawako mbele sana, bado gavana utajikaza kidogo. Kwa sababu Kakamega kwa counties 47, Kakamega ni number 21. Inang'ang'ana, si mbaya sana. Wananchi almost 39% wameregister. Yani wananchi vile mlisikia gavana amesema 713,000 people in Kakamega wamejiandikisha. Ukijiandikisha pale, tunataka tujue unaishi mahali gani, uko katika zahanati gani, ndio tuweze kupanga dawa, ndio tuweze kupanga wauguzi, na tuweze kupanga vile utalipiwa wakati utakuwa mgonjwa. Ni mnanielewa? So kila mmoja wetu hapa tunataka mjisajili, mjiandikishe. Tumesema kama serikali, wale wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Lakini kila mmoja wetu ataenda hospitali, atatibiwa, ataenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu hiyo gharama itachukuliwa na mpango ambayo tuko nayo ya serikali. Kakamega, mnanisikia?
na tumekubaliana na hawa magovernors, tumeketi chini na wao. Mbali na hii mpango yetu ya SHA ama Universal Health Coverage ama Taifa Care, mpango yake ni 3. Ya kwanza, tuwe na pesa ya kulipia gharama ya matibabu. Ya pili, tuhakikishe ya kwamba kuna madawa kwenye mahospitali zetu. Wananchi wengi wanalalamika ya kwamba wakienda hospitali wanakuta hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? Si pale kwa hospitali ndio shida, hakuna dawa? Tumekubaliana na hao magavana. Sasa mpango mpya ni kwamba zamani ilikuwa inaletwa dawa Kakamega, inakuja kukaa kwa store, alafu ndio inatoka Kakamega inakuja Jevaiwa. Sasa tumesema madawa ikitoka Nairobi ikuje Jevaiwa straight, isiende Kakamega. Tumeelewana? Madawa isiende kukaa kwa store Kakamega, mwananchi anangojea hapa. Saa zingine madawa inakaa Kakamega kwa store mpaka ina expire, na mtu wako hapa anahangaika na ugonjwa. Sijui kama tumeelewana. So tumekubaliana na hao governors ya kwamba new program ni kwamba every facility, na mimi nataka niwashukuru governors, wamekubaliana na sisi ya kwamba vile hii shule ya Kivaiwa hapa, si ndio? Si hii shule iko na kamati ya kusimamia? Si iko na chairman ya board na wale wengine wote? Sasa hospitali pale chini pia tutakuwa na board ya kusimamia ya wananchi. Ndio kama hakuna dawa, mwananchi wanaanza kupiga report mapema, na wao ndio wasimamizi. Na pesa ya SHA hatutakuwa tunatuma Kakamega, tutakuwa tunatuma kwa hospitali yenu hapa, na kamati yenu ndio itasimamia. Madawa inakuja hapa, nyinyi ndio mtasimamia. Mko tayari ama mko tayari? Tunaelewana? Si ya shule inafanya kazi? So tumesema mambo mengine mawili, nilisema mambo matatu. Number 1, pesa ya kulipia gharama. Number 2, kuhakikisha kwamba madawa imekuja hospitalini. Number 3, tuwe na equipment na tuwe na wafanyikazi. So mimi nawauliza kila mmoja wetu ujiandikishe, ndio tuhakikishe ya kwamba tunajua wananchi wangapi katika kila zahanati, kwa sababu serikali inatuma pesa kwa hospitali kulingana na wananchi ambao wanaishi pale. Sasa kama hamjajiandikisha, nyinyi ndio mnaharibu kazi ya matibabu ya hapo kwenu. Everybody must register, ndio tujue kuna wananchi 500, tutume pesa ya kutoshana na wananchi 500. Kuna wananchi 3,000, tutume pesa ya kutoshana na wananchi 3,000. Waumbulile, mumesikia hii maneno ama mumenielewa? Tunaelewana? Na ndio mnaona hiyo sasa taratibu tunaweka ya kusaidia mambo ya matibabu. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba tusiwe na wananchi wanaingia kwenye matatizo ya kuuza mali yao kwa sababu ya kutafuta pesa ya kulipia gharama ya wale wako kwa hospitali. We must all be united in that matter. Jambo la mwisho, mlinieleza mambo ni mengi, lakini wacha niseme tu ya mwisho leo. Mliniambia pia nipange ajira ya hawa vijana wetu. Vijana muko? Vijana muko? Mbona sikii sauti ya vijana wa hapa Kakamega? Vijana muko? Nataka mnisikize vizuri. Tulikubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana, kwa sababu tatizo kubwa la taifa letu la Kenya ni ukosefu wa kazi, na kazi haipatikani. Kazi inapangiwa ndio ipatikane. Tukingojea tu kazi ipatikane, tutangojea muda mrefu. That's why we must have a plan on how to create jobs. Na ndio sababu tumeweka mipango mara 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na nataka vijana mnisikize vizuri. Number 1, tumeweka program ya development ya physical facilities. Tuko na program ya housing. Nikiongea na nyinyi sasa, vijana 1250 Kenya wanafanya kazi kwa program ya housing.
250,000. Pale iko kazi ya aina yote. Mesikia hii Kakamega tunajenga tayari, tumepatiana kandarasi ya nyumba 4,800. Pale Milimani the first house program iko tayari. Nitakuja mwezi wa 7-8 hii nikuja nipatiane funguo za watu kuishi ndani. Another 2,000 housing units tumetangaza hapo inajengwa. Kule Mumias tunajenga. Different 8 locations hapa Kakamega tunajenga affordable housing. Tunajenga soko 21 mpya hapa Kakamega. Tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 2 ya kujenga masoko. Mmesikia mjumbe wenu akisema tuko na soko Chekalini, tuko na soko tunajenga hapa Luandet, tuko na soko tunajenga kule Panpepa. Mnanielewa? 3 kwa constituency yenu. Lakini Kakamega mzima 21 markets. Nia yetu ni kupanga ajira ya vijana na vile vile kuhakikisha kwamba mazao yetu ya kutoka shambani isiharibike, kwa sababu hiyo soko iko na storage, iko na cold room, iko na mahali ya kuuza mazao yenu. Tuhakikisha kwamba mazao ambayo yametoka shambani isiharibike, kwa sababu hakuna mahali pazuri pa kuweka store, hakuna mahali pazuri pa kuweka cold room. Ndio tuweze kupunguza post harvest losses na tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha ya kufanya nayo biashara na kulisha taifa letu la Kenya. So there is opportunity young people to work in our programs. Kazi ya pili ambayo nimepangana na hawa vijana, nataka vijana wanisikize tena. Tuko na program ya digital jobs. Tumekubaliana Jitume Center. Mumesikia mbunge wa Bwana Aseka akisema pale kwa TTI yao tayari vijana wanafanya kazi. Mumesikia mjumbe wenu akisema pale kwa TTI nafasi imepatikana ya vijana kufanya kazi. Nikiongea na nyinyi sasa hivi tuko na vijana 200,000 Kenya mzima ambao wanafanya kazi katika mitandao ya digital jobs. Wewe kijana wa Kakamega, anza kujipanga, kwa sababu tumepatia pia wabunge sasa pesa kujenga ICT hub kwa kila ward kwenye taifa letu la Kenya. Pale kwa ward tunataka ICT hub ambayo itapatia nafasi vijana kama 100, 200, 300 ya kufanya kazi katika mitandao, kwa sababu tayari tumenegotiate na kampuni za kimataifa vile wa Kenya ni wafanyikazi hodari na vile wanaweza kufanya kazi katika mitandao. Jambo la tatu kwa hawa vijana, and I'm talking to the young people of Kakamega as I talk to the young people of Kenya, ndio muanze kujipanga na mahali kuna nafasi ya kujisimamia na kufanya kazi. Sehemu ya tatu, tumekubaliana na hawa wabunge, tumesign kitu inaitwa bilateral labor agreement na kampuni karibu 5 tayari, zingine 19 ziko katika pipeline. Nikiongea na nyinyi, vijana zaidi ya 1,400 wametoka Kenya hii, wameenda kufanya kazi sehemu tofauti tofauti duniani. These members of parliament wataweza kuwapanga na kuwaeleza how we are going to have young people mwenye wanataka kufanya kazi nje ya Kenya, pia tuwapange na nafasi hizo za ajira, so that we can take the nation forward, na tupange nafasi ya vijana wetu kupata kazi, tuweze kusonga mbele. Kwa hivyo watu wa Kakamega, kazi mlionipatia ya kuwapangia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, nimeona niwaeleze tu kwa kifupi. Ningeendelea next what we are doing, lakini nilikuwa tu nataka niwaeleze kilimo tumerekebisha, inatusaidia kuzalisha chakula, inatusaidia kutuwekea pesa mfuko. Tumerekebisha maneno ya matibabu, tumerekebisha maneno ya elimu, tunapanga ajira ya vijana wetu, tunataka Kenya iweze kusonga mbele. Na ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu, kazi hii yote haiwezi kufanyika na mtu mmoja na upande mmoja. Ndio sababu tunasema tuungane, tushirikiane, ndio tufanye kazi hii kwa pamoja. Watu wa Kakamega, jameni, mko tayari tuungane, tushirikiane, tufanye kazi hii pamoja? Mimi nitakuja hapa
mwezi ujao ama mwezi wa 8 hii Kakamega, kwa sababu niko na mambo 3-4 nataka nikuje nifanye. Muliniuliza maneno ya barabara, si ni kweli? Kuna barabara kadha kidogo budget ilikuwa haijapangwa vizuri, lakini this time round nimehakikisha kwamba budget ya watu wa Kakamega imepangwa vizuri. Tumetangaza kandarasi on Tuesday ya barabara ya kutoka pale airport kwenda Shinyalu mpaka Chepsonoi. Tumeweka budget shilingi bilioni 2. Tunatangaza hiyo barabara tujenge. Huyu mjumbe wenu alikuja kuniandama, mara ananitisha, unajua sasa tulikupatia bibi sisi watu ya Lugari, usipofanya namna hii tutarecall, si ndio? Sasa tumeweka pesa barabara ya hapa chini Mwamba, si ndio? Naitwa wapi? Hiyo barabara tumetangaza kandarasi, mimi nitakuja mwenyewe mwezi wa 8 kuianzisha. Pia tunatangaza kandarasi ya barabara ya kutoka Tarbo kwenda Makutano, iende Nzoia River pale chini, ipande juu iende Sihendu, iende Saboti mpaka Endebess. Hiyo karibu kilomita 70 na kitu. Hiyo pia mimi nikikuja mwezi wa 8 na kuja kuianzisha. Tujenge, tuweke lami. Mnajua tulikamilisha ile barabara ya kutoka Soi hapo, kutoka hapa Tarbo kwenda Soi. Si namna hiyo? Hapa Kakamega vile vile watu wa Malava waliniuliza barabara ya kutoka Ikoli kuja Mungatsi kwenda mpaka Malava. Imebaki tu kilomita 2 ifike Malava. Lakini waliniambia wanataka hiyo barabara isikwame Malava. Wanataka i-cross barabara hiyo kubwa iende Samitsi alafu iungane na Navaholo. Tayari wale mnafuata, tayari tumetangaza hiyo kandarasi, contractor amefika, mimi nitakuja kukuta hiyo barabara tayari inaendelea. Ile ya kutoka Ikoli mpaka Malava ilikuwa 13 kilometers. Hii tumeweka kandarasi ni 22 kilometers kutoka Malava, Samitsi mpaka kule Navaholo. Tumeelewana? Vile vile katika harakati hii mumesikia mjumbe wetu amesema ya kwamba kuna barabara ile tulianza kule Sianda, inakuja Malaa, inakuja mpaka mahali inaitwa Nambacha, alafu somewhere here. Anasema kuna kilomita sijui ngapi imebaki kutoka sijui wapi hapo mpaka sijui wapi hapa, si ndio? Sijashika sana, so anieleze vizuri ndio niweze kupanga, si ndio? Mnasema inatoka Navaholo, Makokoni, Mbande. Mbande, ati inafika Mbande hapa. Alafu unataka iunganishe na mpaka wapi wewe? Unataka iunganishe mpaka alafu kutoka hapo Ndwandeti mpaka Makutano. Okay. Haya. Alafu amenieleza kwa ile barabara tunatoka Tarbo iende Makutano, ile ingine ikienda Kitale, anasema hiyo ingine ipige kona ikuje Luandete. Lakini sasa wani hii pesa nitatoa wapi? Nitangangana, si namna hiyo? Nitangangana kwa sababu sasa nyinyi mmenipatia hii kazi, lazima nitimize. Ile nimetangaza ni ile iko tayari. Hii ya kuja Luandete nitaipangia ndio niweke barabara hiyo ikae sawa sawa. Na barabara zile zingine zote tuko na barabara nyingi, lakini niliona tu niseme ya Kakamega. Najua mbunge wa Bwana Aseka, mbunge wetu wa Lurambi, mbunge wetu wa kule Butere, kuna barabara hapo imesumbua mimi kidogo, lakini nitatafuta contractor mwingine. Ule mwenye ako hapo amekuwa mjeuri, ni mtu kisirani. Nimemwambia atoke hapo aende achome makaa. Wacha tutafute mtu mwingine ya kufanya hiyo kazi.
Alafu pia huyu ndugu yangu Mheshimiwa Innocent, na mimi nasikia huyu mtu anaitwa Innocent, lakini sina uhakikisho ya kwamba yeye ni innocent. Lakini kuna barabara ya kutoka Fafaro, aliniambia anataka ikuje Kongoni, alafu ikuje mahali inaitwa Mapera. So hiyo barabara nimekubali, tayari contractor tumetangaza, na nikikuja mwezi wa 8 nakuja kuianzisha vile vile. So hii Kakamega niko karibu barabara 6 mpya ambayo tutakuja kuzianzisha, na zile zingine zote zilizokwama tumeshalipa makontrakta. Tunataka waendelee tukamilishe hizi barabara kwa sababu ni ya muhimu kwa kutusaidia kurahisisha usafiri, kuzalisha uchumi, ndio Kakamega na Kenya iweze kusonga mbele. Pia ningependa kusema ya kwamba nikikuja hapa pia muliniuliza maneno ya stima. Na hapa Kakamega ilibaki nyuma kidogo kwa mambo ya stima. Haja tusemeko ukweli. Sindio? Na ndio sababu hiyo nimeweka affirmative action. Nimesema hii Kakamega sasa tuwapatie shilingi bilioni 3 na tuunganishe wananchi 1000 ama households, manyumba 1035. Mwezi ujao kuanzia tarehe 15 hiyo kazi inaanza hapa, na nitakuja mwenyewe, na nimewaambia kabla ya Disemba hiyo nyumba 1035 zote ziwe zimeunganishiwa stima, ndio nipange ya mwaka ujao. Umeelewana jameni? Na hawa wabunge, kila mjumbe anajua ya kwake ni gani, ni ngapi, na tayari contractors tumemalizana na wao. So we were assisting them kwa sababu walikuwa na import vitu nyingi kutoka nje ya kutusaidia kuweka mambo hiyo ya stima. So watu wa Kakamega, mimi nataka niwashukuru. Nitakujia mambo ya barabara vile nimesema, nitakujia mambo ya stima vile nimesema, ile kazi ingine yote nataka tushirikiane. Mheshimiwa Musalia Mudavadi vile mmesikia nimemtuma China. Na nimemtuma China kwa kazi 3. Ya kwanza ni hii barabara ya kutoka Rironi ikuje Mau Summit, ikuje Eldoret, Bungoma hapa mpaka Malaba. Hiyo barabara tunaanzisha mwezi wa 8. Tunaweka contractor kwa ground. Nyinyi mnanielewa? Na tunataka kujenga hiyo barabara namna hii. Pengine hata ikikwama tunataka kufikia hapo katikati. Kwanza awamu ya kwanza inapita Nakuru ikikuja pande hii. Alafu tumesema vile vile kazi ya pili nimetuma Musalia ni mambo ya reli. Ile reli ilikuja kukwama Naivasha. Sasa tunataka kuleta pia mpaka Malaba. Na hiyo pia tunataka itoke Malaba before the end of this year, iwe imeanza ndio tusukume ifike hapa Malaba. Tunaelewana? Na jambo la 3 nimetuma Musalia kule China ni maneno ya soko. Nyinyi mmesikia ya kwamba tunazalisha avocado, tunazalisha kahawa, tunazalisha chai, tunazalisha macadamia, kahawa. Sasa hiyo mambo yote soko kubwa. Tuko na soko ya Uingereza ambayo tumesign tayari agreement inaitwa Economic Partnership Agreement. Hiyo soko iko wazi. Tuko na soko ya Marekani ambayo tumefanya kupitia kwa ile inaitwa AGOA. Na sasa tuko na soko ya China ambayo sasa kina Musalia wanamalizia, ili kwa miezi 3-4 ijayo tunaweza kupeleka bidhaa yetu ng'ambo, tuhakikisha kwamba soko yetu, bidhaa yetu inapata soko, tuweze kuuza kwa bei ya sawasawa, ndio pesa ipatikane, foreign exchange ipatikane, na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima wetu.
Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Sasa hiyo ndio kazi mlinipatia. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Na nafanya na bidii sana. Yeye mnanielewa? Hawa watu wengine hawana mpango. Wacha msipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu ni mtakubali hii story yao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. Wao watu sijui kama tunaelewana. Ya muhimu, ndugu zangu watu wa Kakamega, ya muhimu ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma, na vile matibabu itapatikana. That is what is important to us as a people, to the people of Kakamega, to the people of Western, and to the people of Kenya. Mnasema tutashirikiana pamoja jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wale wanasema tuendelee na hiyo kazi nione kwa mkono. Basi. Sasa huyu nabii na sijui nabii ni prophet ya kweli ama ni prophet ya gani tena. Sasa huyu nabii aliniambia watu wa Friends, si ndio? Waliitana wakati mwingine, katuma speaker, ati mko na maneno yenu hapa, mnataka kununua basi, si ndio? Nikatumana, speaker akafanya na wale wengine. Sasa ikapatikana pesa milioni 6 na kitu, basi ni milioni 10 na kitu. Sasa huyu Nabera tena akarudi kwangu, akasema sasa ile basi tulifanya namna hii haikujaa, imebaki milioni 4 na nusu, si utu pangieko. Sasa nikauliza yeye, si wewe si unaniumiza? Akaniambia hapana, najua Shemeti lazima anafanya tu kila siku. So nimeenda nimelipa hiyo pesa, basi ndio hii. Si ndio? Kwa sababu alikuwa ameniambia nikuje nifanye harambee tena. Akasema sasa takuja kufanya harambee tena ama wacha tu nilipe hii basi ndio mambo iishe, ndio tumalizane. Si ndio? Sasa tena ameniambia sio hiyo peke yake. Ndio tafadhali mimi naomba nyinyi mnisaidie, huyu mtu atakuja kuniumiza. Sasa sio barabara, sio nini, basi ndio hiyo, lakini bado hajaniwacha. Ananiambia tena ati ile mahali nilikuja kufanyia harambee pale haijakamilika, si ndio? Ati imebaki sijui shilingi milioni 2 sijui ngapi. So basi, so nimesema milioni 2, pengine niongeze ikuwe milioni 3, nitawapatia mumalize hiyo. Na wewe sasa nabii, please sasa usirudi tena kwangu na mambo. Hapana, sasa huyu mtu munisaidia jameni, munidefend. Huyu mtu ananipeleka kama gari ya miraa, ama baiskeli ya kuibiwa mbio mbio, ama nyinyi ndio mmemtuma? Oh my goodness. But you have a good MP. Nataka niseme pongezi. So ile kazi ingine mmesikia vile tumeshirikiana na yeye
na viongozi hawa wengine wote. Na mimi nataka niwashukuru wabunge wa Kakamega, gavana wa Kakamega, wale wengine wote, nasema asante sana. Kwa ushirika wenu tutapeleka Kakamega mbele na tutaenda pamoja. Tunaelewana jameni? So Kakamega, mimi nataka niseme asante sana. Ameniambia ya kwamba kuna shule hapa inahitaji mambo kidogo. Nasema laboratory. Laboratory. Sasa wewe tutafanya hiyo na wewe. Sasa usiniwachie. Mimi nitakutafutia milioni 5 next week. Ukuje uanzishe alafu umalize. Situwachie hapo jameni. Tumekubaliana watu wa Kakamega? Na sikizeni, huyu mjamaa pia na wabunge wa hapa wamesema wanataka tuinue wale wako chini, wale kina mama mboga, wale mabodaboda wengi, tuwainue kwa mambo ya empowerment. Si namna hiyo? Na mimi niko tayari. Wakijipanga, mimi niko tayari. Kwa sababu tulikubaliana mambo ni bottom up. Yaani wale wako chini tuwainue, ama namna gani? Watoke chini waende namna hiyo, bottom up. So mjipange, na sio ati ni mambo ya kiholela. Hapana, mambo yako kwa mpango. Tayari tulitoa pesa kwa Hustler Fund, watu wanakopa pesa kidogo kidogo. Sasa awamu ya pili tumejenga soko, tumejenga hizi zingine zote, tuwapatie pesa ya kuinua wale watu wako chini. Namba ya 3, na mimi nataka munisikize vizuri. Namba ya 3, sasa tumekubaliana na World Bank ya kwamba hii kuinua watu wa chini, tuko na sasa pesa bilioni 5 ya kupatia wale wafanyabiashara wa chini, wale wadogo wadogo wale. Na mjipange, kila ward tunataka wafanyabiashara wadogo wadogo 70. Tuwapatie kila mmoja wao 50,000. Na sio mkopo, grant. Yani pesa grant, sio mkopo, ndio wainuke. Tunaelewana? Wafanyabiashara 70. Kwa hii constituency yenu hii ya Lugari tuko na pesa milioni 21 ya kupatia wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Na hiyo kazi mimi nitakuja hapa Kakamega mwezi wa 8, 9, tukuje tupatie hawa pesa hiyo, tuinue kila mtu. So this empowerment is not a facade temporary program. It is a program in our manifesto, how to lift those at the bottom of the pyramid through making sure that they are organized in cooperatives, they are organized in circles, they are empowered to do business, and that is why we have a whole plan on how we are going to lift those of us who are at the bottom of the pyramid so that they can join the rest in growing the economy of our country. And we are going to work on it, all of us together. So, watu wa Kakamega, wacha niwachie hapo, niseme nimefurahi sana. Nimewaletea salamu kutoka mke wangu ambaye ni mtu wa pande hii, na niliona huyu nabii anaringa na bibi yake. Anasema unaona bibi yangu yuko hapa. Nafikiri alikuwa anaona mimi sijakuja na bibi yangu. Ndio alikuwa ananikejeli. Lakini si mnajua hata bibi yangu pia anatoka sehemu hii. Next time wewe nabii usicheze. Basi Kakamega, mimi nasema asante sana. Nawatakia heri. Mungu awabariki. Nyasaye amulinde. Haya, tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Thank you very much, Your Excellency. Na kwa sasa nitamwalika Bishop aje atufungie kwa maombi. Bishop aje atufungie kwa maombi, na naomba wale ambao tumeketi tusimame.